osie tamose osandata osumbeke nanondo Kenya yenda mutongo imwailu nani wetosha kila mundu nukuweta nanondo Kenya yenda mutongo imwailu nani wetosha onanga iwe uokwasya yenda mutongo imwailu ayeleta waipa wanasema ni Kalonzo enendeni wamekwasya nino ito yenda mukei wangai onangai ni wakwasya wapi kelele ya waipa kiongozi mpenda amani mpenda watu kanisa onatongo ni mosapoti wanainji wasema Kalonzo tosha Mwangaza Kenya ni Kalonzo Musyoka chamani waipa kazi bila wizi Mwangaza Kenya ni Kalonzo Musyoka chamani waipa kazi bila wizi Kaito Kenya yenda mutongo imwailu Kalonzo tosha enendeni wame wapi kelele waipa mkono ya waipa Asante DJ. Wapi makofi mazuri? Caxton Mtamboki kuja kwa jukwaa. Caxton kuwa tayari. Kalundu awe tayari pia. Twende kazi DJ. Caxton. Aya, asante MC. Itulumo DJ. Betangi Itulumo. Gelese banze mwe inata yomono. Asi Itulumo se betango sionze. Betangia Itulumo Yesu tutuweka. Caxton Mtamboki Betangia Itulumo DJ. Itulumo. Aya basi huyo akiendelea nitamuomba Itulumo ndio nasubiri tafadhali. Ndio hiyo inaingia. Kaa huyo we na mwene. Adhukanga mwene okite. Itulumo nezio vindithwa. Kethia munyanyi aba mwe kawe na mwene. Mwe Steve na mwene. Mkwaji uspaka. Betange gyao. Itulumo. DJ. Itulumo Yesu Aya kuja. Mkwayu Spark peana ngoma yako pale. Itulumo Yesu wewe mama sawa kuambia nyongani mwema Betange Itulumo Yesu wewe mama sawa kuambia nyongani mwema niondole dhoruba Yesu safarini mwangu mimi Yesu ukiniacha peke yangu nitashindwa njoo Baba uokoe maisha yangu tuimbe so Betangia Itulumo Yesu wewe mama sawa kuambia nyongani mwema Betangia Itulumo Yesu wewe wewe mama sawa kuambia nyongani mwema ulipopanga Yesu kuvuka ng'ambo ya bahari dhoruba zilitingiza ziwa karibu kuanguka ulipoamka ulikomesha dhoruba Yesu mshani tuimbe sote Betangia Itulumo Yesu weka mikono juu hivi twende pamoja wala Betangia Itulumo Yesu wewe mama sawa kuambia nyongani mwema mwito Betangi Itulumo Wapi
Wapi makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Makofi mazuri DJ. Hiyo ni kionjo, nitawaita tena. Wapi makofi mazuri? Hiyo ni kionjo. Wa makofi mazuri. Ka scratch tafadhali kuja kwa mbio. Kwa scratch. Ka scratch haraka. DJ niangushe hiyo ngoma ya ka scratch kitambo afike hapa. DJ ngoma ya ka scratch. Twende. DJ yenye iko tayari. DJ twende kazi. Kalonzo ndiye tumaini. Utanisaidia tu kwa makofi tuseme Kalonzo tosha tu. Twende namna hii tu. Aha. DJ, naitwa Peter Kascratch, nimetoka Machakos Masinga. Asante. DJ. Nasikia ngoma yako iko na password, nenda utoe password. Naomba Mkwaju kuja juu hapa tafadhali, Mkwaju Sparks. Bwana Yesu asifiwe. I go by the name Mkwaju Sparks. DJ, let's go. Barato made this one. Black Diamond. Hi. DJ. Kalonzo the 6. Kalonzo the 6. Aha. Uko na ngoma ya Kalundu tayari? DJ kidogo twende bio. Aye. Aye. Rosa, listen, Joe. Kijana bonga. International boy. Skia, Joe. Tekwatana moko to yase to yumo to yase Kalonzo the 6. Tekwatana moko to yase to yumo to yase Kalonzo the 6. Gen Z Kalonzo the 6. Gen Z Kalonzo the 6. Tekwatana moko to yase to yumo to yase Kalonzo the 6. Tekwatana moko to yase to yumo to yase Kalonzo the 6. Gen Z Kalonzo the 6. Gen Z Kalonzo the 6. Tumesha kupigania haki na tuwezi pata mamlaka amani. Sisi tuko tunang'ang'ania life for the lavish. Serikali itaki kutusikia tuking'ang'ania life for the lavish. Tunataka kupigania haki na bado sisi hatupati amani. Tumechoka kupigania haki na bado sisi ndo tunaisha. Tumechoka kupigania haki na bado sisi hatupati amani. Tumechoka kupigania haki na bado sisi ndo tunaisha. Be like you one nation. Dreaming on overcoming trouble. We need a mission dealing with a vision. Fauna exactly all the trouble. Tekwatana moko to yase to yumo to yase Kalonzo the 6. Tekwatana moko to yase to yumo to yase Kalonzo the 6. Gen Z Kalonzo the 6. Gen Z Kalonzo the 6. Wapi makofi Sparks, asante sana. Mama Masi, nitakuita baadaye. Mama Masi njoo. Wapi makofi ya Mama Masi, twende kazi. All protocol observed. I'm Ruthi Wambua, Mama Masi. Bwana Yesu asifiwe. Wapi duru? Mbaito gamba mombe. Nyanyezi zango na tongo ingenda kutheka uwe. Aigendo gini jabingira geile mixingale ambo kimbaito. Natata gona ndundu mangivite tata. Ngagumanga zya gendo gigwa jota tandwewe. Utongia mubiawi mwana tata Kalonzo muzioga mubisi. Tata we mundu abata muno mundu anune tata ndwiwe. Aiweti kwende awe ndumana. Tata ndubida kindu cha mundu. Aiwena ndunia uwe. Tata zande zana Kalonzo ngaiwe tune. Ndakwadime na uikwa ukwe mbaka ule nisitwa yagu Kalonzo. Nundu we mundu abata mundu andune mbaitu. Nizioga ngutunge mubiawa
Mosoro Rikiji tata wawi mundu mena nusu tata ngutungia muve awi mwana Pala waunga matata ila mundu hazia tata wi mwana ume tata nandugia wanandwiza kutele mwanandu tata iwe nondugi wajo tata kwata nawina Kalonzo tengeya umutabyo kindu nundugi na nengiwe gigamba umutabye twina batanagu kwatilila murima tuko pamoja na wewe mpaka mwisho mpaka tukalie state house tata nagu nundu Kalonzo nuyo pati wondungi mbaitu atongo yamo nderigiji ngutungia mugawi mwana ideti tiawegiona nenda kutulia nundu waila nzamba ya kuimbichie anibongo ndagwitia wege tata wege nundu ni mugamba na bitisye nundu wawendi na ndagwa takindu na uwenda ukuzioga asande sana tweke pio nundu withasi ile kuya kututu mwita withasi na nitabina nienake na ogite kumwa nzamba tuibata nayo wita wakanzalaga na jibandoni ba kanzalaga na ngaiwetu ninda kuadime nundu wako ukwata rikijita tanga iwetu ninda kuadime mambo ya ndumabata muno watilila asande sana ngaiwetu ninda muadime ikala imbuluish nikanake ndugitose tukwata nitembaito malombe tata wakitunga iwetu ninda kuadime uyu mundu abata mundu wandoni asande sana wabina Nukatete kutele mnani minambu ya kuzola nimba kena ndiumana watalila machagozi utowe nundu wati uondungi mbaitoi akamba tukwatoni asande sana chuma ngaiwe tuninda kuadime tinakiendo tine asande sana Rikiji ngaiwe tuni akuadime nyakendo kindia isa kuona kinondungi nyaniwa kuyanga akamba tukwatane nikanatege kubudwa mbaitu asande sana ngaiwe tuninda muadime andu akamba murima yukie bandoni ba na nongi na tukwatane mbaitu pekindu ekani wete andu kandilele nundu nienda kuweta kindu mbaitu nienda kone na naseneza mbaitu andu magenya makakowani Kalonzo wa Musyoka patingo ndundi Kalonzo ndaumana Kalonzo nduka mwiwa yimikana Kalonzo nonena mambishobu na vyoki ndungwendo tabia kila jimu mbidhi yizya ekana ina kwanganga Muikatate kwanganga sande sana ikala iwabe Kalonzo wa Musyoka patingo ndungi nondu Kalonzo wa Musyoka ni soja buffalo tata patingo kindu kitonda ni jogu na moni yelele kile nongi na timbiade pachao patingo ndungi nongi na tuwa na mwino nondo patingo ndungi kanzalagano kakunenga ayuta unenge asande sana kanzalagana patilila imomizi pei vato simusiomami asande sana nzambianga iwetuni ikala ivabe Kalonzo wa Musyoka nondo mundu lokubwangwi na Kalonzo wa Musyoka tikita kumina nanake timukune sile mwangalu nondo batingo ndungi asande sana Jessica na iwetuni ndakwalime noyikala neza muze na iwetuni na mwadime mbetikinya inondu kindu kina nendweni mbulungu nose kindu munaka nongi kile kindoni aneliye kwili abaya bati kindu eka nose siya mwizo ni Kalonzo asante sana asante ekeaba na asante wapi makofi ya masi paiki ndo kiminyata kutila mondo aikuya nesa makofi yange kana uma stage Kalonda kuja kwa stage tafadhali amande we security aya DJ twende kazi
DJ. Tunga me. Wakati sasa umefika wakukomboa nchi yetu, na tunataka kiongozi mwenye sifa za kuongoza. Weka mikono ya Wiper juu hivi. Tele. Yes. Kalonzo toka uongoze. Wakenya wote wakupenda. Unyongevu umefika. Wakati wako umefika. Uokoe uchumi wetu. Okoa salary. Wapi guru. Shangiwe usiogope. Shujaa we usiogope. Wakenya tuko nyuma yako. Wamama wako nyuma yako. Gen Z tuko nyuma yako. Asante Kalunda. Ka scratch juu ya jukwaa please. Twende ngoma DJ. Twende. Kalonzo ndiye tumaini, sauti yetu Kenya. Kalonzo ndiye tumaini, sauti yetu Kenya zima. Nisaidie makofi pole tu. Dada sia moko Kalonzo. Naoni kwanzile lo sia mvisini. Tumefika Sikuru na tumeng'ara. Wamemiminika kumlaki shujaa wa Kenya. Ni Kalonzo Musyoka mwana wetu, kiongozi aliyekamilika. Kenya itumeacha ni Kalonzo number 1. Siku ya leo tumeng'ara na tumeng'ara. Wamemiminika kumlaki shujaa wa nchi. Ni Kalonzo Musyoka mwana wetu, kiongozi aliyekamilika. Kwanza Kenya itumeacha ni Kalonzo number 1. Kalonzo ndiye tumaini, sauti yetu Kenya zima. Kalonzo ndiye tumaini, sauti yetu Kenya zima. Nani wazile losia Kalonzo Musyoka. Gavana wa Vinyandeti. Gavana wakwa. Twende. Ukamama Dilinda tusiongee ngine kuona TV ndio wena malo. Bisengo uwe tayari. Shauri ya Gachagua. Anaitwa Rigiji the Ruby Foreman. Kwa miaka mingi ameongoza kwa moyo safi na hekima. Amenilea wanyonge na kusapoti wasiojiweza. Ajira kwa vijana. Elimu kwa kila mtoto. Bisengo uwe tayari. Elimu kwa kila mtoto. Tukwikwete muno Kalonzo Musyoka na Wiper chama chaku tukwikwete muno. Ni sauti yetu Kenya zima. Kalonzo ndiye tumaini, sauti yetu Kenya zima. Musumbi ulatikwete. Wapi kelele ya president? Kalonzo ndiye tumaini, sauti yetu Kenya zima. Kalonzo ndiye tumaini, sauti yetu Kenya zima. Wako ni Kalonzo zile lo ya mwisho. Thank you. Asante DJ, asante.
Nigote. Asante. Bisengo, tafadhali njoo kwenye jukwaa. Thank you. DJ, anza wimbo vizuri, anza wimbo vizuri. Nipe tu hapa. Tuna imani nawe. Kalonzo tuna imani na wewe. Kalonzo tuna imani na wewe. Wakenya wana imani na wewe. Wakenya wana imani na wewe. Kamata fimbo kama Musa. Kamata fimbo kama Musa. Utuonyeshe njia, tuko tayari. Utuonyeshe njia, tuko tayari kwenda nawe. Haya ndio Max. Tuko tayari. On to Max. Tuko tayari. Twende nalo. Wiper. Twende nalo. Wiper. Nipe duru. His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Osandatayu. Utongozia. Kamba twisi na uwe tata. Ige kamba twese na uwe ndadi. Ngeta mbai tunengana yuo tongosye. Na ige somwe tunengana yuo tongosye. Uongozi wako Kalonzo wajulikana. Na uzoefu kazi unaotele. Umeonyesha ujasiri we Kalonzo. Kiongozi mvumilivu na mwenye. Haya, chorus ya mwisho tuimbe pamoja. Kiongozi mvumilivu mpenda amani Kalonzo. On your marks. Twende tayari. Thank you Governor. Tuko tayari. Twende nalo. Haya. Wiper. Twende nalo. Wiper. Thank you. Attested leader. Thank you so much. Asante Bisengo. Kwa wakati huu niruhusu niwaalike watoto wa shule ya Mama Maria ili waje watupatie shairi moja. Wapewe nafasi wakija tafadhali. Nini sibatu inaandwa ingi muno meenda kwina na hapa mundu uteina ningumunenga mwanya inyuonde inde nienda twamina ba nitawa maiyo twimbe na maone ni yeli tulikangi twite itomeba mendo kuya okwanda ya. Asante. Mama Maria, please. Wapewe nafasi. Mwalimu. All protocols observed. Good afternoon. Good afternoon once more. This is Mama Maria Fraternity, being patroned by His Excellency Kalonzo Musyoka, being led by our mom, Naomi Damboki, and my name is Yvonne. I am a teacher of English and literature in this school, and I have brought these girls to perform a poem which is speaking unity to our leaders and our country at large. So I would love for you to relax and enjoy the poem. Asante, tuwasikize. Okay. Tuangalie kamera the other side.
Pigie makofi mazuri Mama Malia wakienda kuketi. Asante sana. Wamaiyo, nataka kukuomba uje. Wamaiyo, tafadhali. Professor Muluvi, uwe tayari. I'm handing over the program back to you. Nzingi Muthimbe Kimboso Sekuru Michael Mwoki Mutolani akisiandiwa munani wathiru nengwe so mwita ekatwambo mina tuone ne obanini alafu ne mwite. Wamaiyo, please. We ai nikukiwe na unaenda umukulia. Sorry waheshimiwa, mgeni wa heshima siku ya leo Bwana Rikiji, waheshimiwa wote ambao viongozi vinara wa muungano huu, Mheshimiwa Wamalwa, mwenye mji Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, niendao mukulia inywe ni monie ona miti ya Ngai ni isi kwa mundu wa Ngai. Yo miti no mibande kwa gwika meumula. Ona miti ndi isi kwa mundu wa Ngai. Inugai mwatalwe kila mundu etalilwo kamba onolotwa na siakatio ka kwatuka. Inugai mwatalwe 2027 ni mutalokeve okutalwa wambai ukunwa nambo manyike watalwa. Inugai mwatalwe akamba membe wa milioni ile na nusu ikeke wa dhiakani umweni udhausana mundu akuinga ndumo inge keita keukeke nukianzo reti ujaki kamba mundu wa muzi wa dhiani zyukimau kaundi muitangazi imbai bali limu manye nituo bandilinge mwitu ya
ino uguo ethiaga marigiti na ndokira tene gutugaka ino uguo ethiaga ino uguo rainigere marigiti ethiaga tene gatoge atumia koyo tokira ikabaine kwe mwana wa tata kwe mwana wa mami ne moro wa maito regejia tore mena doro kavio eroro tigeino karanza tare amwe na rigiji roro tigeino karanza wito kumagaria rigiji roro tigeino kura president toito no tora dura oro tigeino haya wamama power nauliza viongozi wetu wakae chini kidogo na mkae pande hiyo kidogo na pande hii laini mbili ndio media ichukua vizuri. Semeni kuna mambo kwa Kalonzo. Haya, wamama wa Ukambani tafadhali karibuni. She's older than us. Talk on our behalf and say thank you. She's older than us. Excuse me, you turn to this side. Just Adwanyo ba muriega rege mutogoroirwe ni Bishop Mrs. Gachagua na Kashagwa murima uguo muriega murima nitwaiga ni thengio muno vyo makeria nitwaiga ni thengio muno vyo makeria no ndo wa guka guku ikamba gucera na guka kunyita Karojo na Kashagwa nare angi othe hamwe guoko na turauga atiriri manyitane hamwe nginya muico niguo Ruto akorwo one term president one term ni thengio no ndo wa guka andu a murima ni twakena muno vyo ni thengio. Aya kwa tumia ikamba kwa nesia mwana wito kwa tokira gotata kwa timia mwana kwa motare gemi kwa eke inafadhi kwa korona inya kwa haya ndio tusikule dakika mingi, kuna kitu moja imebaki wakati hiyo kiondo inaondolewa. So ningependa tu tuone mtoto wetu vizuri pale.
Na ile kitu yenye nataka kusema, Your Excellency Kalonzo Musyoka, asanti kutukaribisha. Sisi tumekupenda tu hivi bure. Na ile kitu imefanya tukuje hapa sababu wa mama ni wa nguvu. Na mama akiongea kitu jamii yake inasikia. Kwa hivyo tumekuja kuleta urafiki kwa wamama wa Ukambani. Tunataka leo watupatie wewe official. Twende tukapande na wewe mlima. Tunataka tupewe wewe runinga ikiona, Kenya mzima ikiona, ati wamama wako na Rigiji na Kalonzo huko kwa mlima. Na hatutaanguka. Na sasa mtuondokee tu kidogo sababu mmechukua mizigo. Ndio tuweze kumaliza, turudishie Keri mikrofoni yake. Asante. Sasa tungependa tu tupatie ule mama mwenye ako pande ya Ukambani, atuambie kama atatupatia Kalonzo wetu. Twende na yeye kwa mlima tukatafute kura akuwe president 2027. Kaina za mwanyondo ngenga imobea. Na ngutungia kila mundu lobikie bandu ni ba. Na sana donge ibetisi umete Central Province Kikuyu jonde keba. Na ibetisi ogia kukwata Kalonzo waitu kwako. Sia tutabia kana 2027. Tumutwaite State House tweba mwana mo. Na mimi nataka kuambia ninawashukuru kabisa. Na zile kiondo wamekuja nazo kuletea kwa sababu wamama hawaendi kuona mtoto wake hawajabeba kitu. Kwa hivyo hizo kiondo hawataenda nazo. Wataziasha hapa. Na sisi tunatafuta nauliza Wavinya Ndeti Ngava na Machakos. Tafadhali uzuni wetu ambao kitondo na mbaki kitondo tuwe maangemu. Nataka kuambia Ngava na Wavinya Ndeti atufanyie mpango mzuri wa kwenda kuona hawa wamama. Na ndo mkolia ibetizio kamba nitolike koyo. Tukone kana ibetize na tukenga. Mweta yare. Wavinya Ndeti na Irene Kasalo mwa tutongwa isa tolike koyo. Chamweso. Kete Kalonzo Musyoka kebela. Na mtungi ya mobea sana kabisa. Wavinya Ndeti, tufanyie mpango mzuri kabisa. Si nimesema wewe ni msichana ambaye kitondo. Toe mangemu. Nenda utotezia ng'ombe. Ni mwiba kwa kitondo. Sawa. Wamama wengine. Huyo Kalonzo wetu tumpeleke huko. Asante sana. Takuja. Asante, tuimbe wimbo moja tukiondoka. Asante. Tukito Haya, tusimame kidogo. Kila mtu mwenye amekaa simama kidogo. Sisi wamama wa Mount Kenya kuonyesha tumepokea Kalonzo wa Ukambani mkiongezwa na mheshimiwa Wavinya Ndeti. Tumekubali kwenda na mheshimiwa Kalonzo, tutamchunga, tutampikia, hata nguo ikiwa chafu tutaosha. Na tutaleta kula ya Mount Kenya. Nataka tuseme ngemi 5 ya Kahe kuonyesha kwamba wamama wote wamekubali. Mnajua ngemi? Haya, twende 5 ya Kahe. Na tugeitha na sia Kahe 1 2 3 twende. Emwe. Igere. Ivato. Inya. Ivano. Thank you.
DJ kwambiki kae wa stars onakemba ne keba. Kae wa stars onakemba ne keba. DJ kae wa stars kidogo. Ni mwanga dundu madamu jinga nende. Yohogeta gerini mwanga dundu madamu jinga nende. Yaumena ibeti mwetangile igetumbe. Ndohogeta gerini. Yaumena ibeti mwetangile. Givila gigadi nandembe na guru toe mbadoka ngile ne vida tagere ne ngadundu madamu jinga nende de vala mendi ngamande gedumbe dundu madamu jinga ne Vedana mundo he mbaloga vedana guru he mbaloga ngela vedana mundo he mbalo vedana yoga dagiri ni mwanga dundu mata mujinga nene de wala mendinga mandege dumbe yoga dagiri ni ngadundu mata mujinga nene de wala. Asante Mwaito, asante. Profesa Muluvi, tafadhali naomba uje. Kuna wasanii nitawaita baadaye. Kwa hivyo ngoja kwanza tuvuke boda kidogo, nimuite Profesa Muluvi aweze kutupeleka kwenye hatua nyingine. Your Excellencies, allow me to introduce a few organized groups. I start with the members of Ngema Governing Council. You can come here. Members of Ngema Governing Council. Ngema, as a chairman, we have two co-chairs. One of them is here, and we have the General Secretary and the other members. Please come. And as they come, the members of Kamba Council of Elders, chaired by Sam Mumbi, to be ready to also come in front for introduction. Then after that, we will have the clan elders. I'm calling you in advance because we need to save time, so you need to be ready, stand by, nearby here. And we will finish. Then we have Atumi Amadome. They should also be ready, but we want to finish with the members of Gikuyu, Embu, Meru, Akamba, Kacharo Governing Council, Ngema. We have the chairman here. I will allow the chairman to introduce the members, but allow the Secretary in General to give a few remarks. All right. Introduce and then allow him to speak. Akamba Mwaseo, Mwatanu, Your Excellency, mgeni wetu wa heshima, Richie G mwenyewe yuko hapa, mwenyeji ambaye ametualika hapa, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, all the principals and the other dignitaries. Yangu ni kujulisha jina langu George Ndoto. Mimi ni co-chair, niko na wenzangu hapa. Kama nyinyi mnajua, Ukambani
Ukambani, Machakos, Makueni, Kitui, sasa ni part of Ngema Association. Na katika hiyo Ngema Association, we have the national chairman and we have 2 co-chairs. Moja anaitwa Bishop Jenga kutoka Kiambu na mwingine anaitwa George Ndoto kutoka Mount Kenya South, mahali tuko hapa. Kwa hivyo yangu ni kusema karibu sehemu hii yetu, hasa hapa kwetu kwa mtoto wetu Shekuru. Huyo Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni mtoto yetu. Tumemzaa, tukamlea, tukamtunza, na sasa tunataka kumpeana Kenya aende akaitishe kiti. Akamba ni mwete kilatu nenga ni mwana waitu akete kivila. Ni mwathima tauwa imbunewe. Richie, hiyo ni wazazi wa Kalonzo wamesema aende mbele, mwende na yeye. Eugene rafiki yangu na wale wengine viongozi. Ya mwisho, this country, one of the bishops or Pastor Mwalwa or Reverend Mwalwa aliuliza kama Kenya yetu iko na ugonjwa. It is true, something somewhere is seriously wrong in this country. Now the only way out of that situation we are in the name of Jesus Christ, ni nyinyi viongozi mketi pamoja, mwende pamoja na mtoboe pamoja, mtakomboa hii nchi. Hiyo ndio ombi letu leo, hasa sana kutoka Mount Kenya South. Hao viongozi wakiwa pamoja, nyinyi mtatuambia ni njia gani, ni nani, ni lini, and we will follow you, na Mungu atatusaidia, and the history will be on your side. Kwa hivyo, kwa kifupi, nitauliza General Secretary I introduce the other members of the group. General Secretary. Asante. Asante co-chair. Amjambo. His Excellencies Dr. Kalonzo Musyoka, His Excellency the Vice President, here is people are saying People's Vice President, Rigiji, waheshimiwa Justin Muturi, mheshimiwa Wamalwa, na wengine wengi na wana Munya, na magavana na senators. Yangu kwanza ni kusema asante sana kwa mheshimiwa Kalonzo kwa kutualika hapa, na tumefurahi sana kufika. I also want to start with a personal message to you, Your Excellency. When I lost my wife in December, you came along with the Malwa and the others whom we brought there to mourn with us. We are, as a family, truly grateful. The second personal point I wanted to ask, na niulize wote musimame, ni kwamba jana tulipoteza one of our sons, na ndiye Ngugi wa Thiong'o. Tusimame tu dakika moja tumkumbuke. Ngugi wa Thiong'o mnamjua. Kwa hivyo dakika moja tu tumkumbuke. Asanteni sana. The other responsibility I was given ya kuintroduce members ambao wako hapa. Tuko na Vice Treasurer wa Ngema Cultural Association ndiye Urbanus Mutisia. Tuna Vice Organizing Secretary ndiye Professor Mulove. Na tuna National Organizing Secretary Bwana Kenyanji kutoka Eldoret. Na live member na founding member wa Ngema Bwana Gishoro, na wale wengine tulishikiliana. Dr. Yumbia tulikuwa pamoja tukitengeneza hii mambo
ya kuunganisha jamii ya Wakikuyu, Waembu, Wameru na Wakamba. Simon Kasiba. Asante sana Simon. Sasa kidogo tu nasema kama mko hapa. Gema ni chama cha jamii. Is a community organization. We are not a political organization. Lakini ndani yetu kuna members ambao ni wa chama vyote. Kwa hivyo we have to be apolitical. Sasa kama vile co-chair wetu wamesema, we are blessed to have sons and daughters who are looking for seats in politics. All we can do, because they are our sons and our daughters, is to bless them. Ama ni kuwafanya nini? To bless them. Waende mbele na vile tumeombewa na mabishops, waendelee na Mungu abariki their journey. Asanteni sana, Mungu awabariki. Members of Kamba Council of Elders, Kamba Council of Elders, wale wana Sam Mumbi ndiye chair wao, wakuja hapa kama wako. Members of the Kamba Council of Elders, are they there? Kama wako, I'm a member and I'm here. Then we follow with the clan elders. Clan elders ambao wanaongozwa na James Kilonzo. Members, clan elders wakuja hapa. Alafu na atumia madhome wakaribie. Tukimaliza na clan elders tunafuatia atumia madhome. And then a few I've seen, we are all professionals, but they are members of professional forum who are here, and we recognize them. Tuwapatie muda wakuje, ni wazee wanakuja polepole, tuvumilie tu wanafika. Vice Chair akaribia hapa. Basi siku ya leo ambao ni siku ya muhimu sana katika hii Ukambani yetu, ni siku ya muhimu kwa sababu hatujawahi kukutana kama vile tulivyo sasa siku ya leo hapa kwa His Excellency Dr. Stephen Kalonzo ambaye ni mtarajiwa. Kabla sijaongea chochote, kwa sababu nitaongea neno mbili. Mimi ni Vice Chairman wa Akamba Governing Council, yani council ambao inasimamia Wakamba wote mahali walipo katika county status za Machakos, za Ukambani na hata upande wa nje. Hii council ndio imesimamia Wakamba wote. Hawa wote wanawaona hapa kwa sababu kila mmoja wetu amechakuliwa na kilani yake kutoka chini mpaka kuwa katika national office. Na nitamuita secretary kwanza awa introduce kwenu. Vice Secretary Bwana Malu kuja. Mike ameingia? Mengia yuko? Kibala ako wapi? Steven. Ni manjina tu, wataje njina na kilani yake, alafu anakaa chini. Ni asante Vice Chairman. Vile mtafanya ni kila mtu kusema jina lake na aseme klani yake.
na hakuna mambo ingine kwa sababu ya wakati. Tuelewane hivyo. Kwa hivyo ukipata hii, sema jina lako, clan yako. Tuanze na wewe. Basi jina langu ni Pius Mwaka, New Evangambadhi Clan, Kenya. Thank you. Mimi ni Simon Kasiba, chairman wa Atumia Mathome Ngune Ward. Mimi ni John Kasibo, National Chairman, Akimi Clan and the Mohsen Clan. I'm Martin Kivala, National Chairman wa Mutei Clan Association. I am Pius Waita, National Chairman, Akitando Clan, Kenya. Hamani Mainge Mutune, National Chairman, Akanga Clan, Kenya. Frederick Valanzuki, National Chairman, Amut Clan, East Africa. I am Stephen Musyoka Muli, Mule Tema Clan, kutoka Makueni. Stephen Katoa Munao, Ekua Clan, National Secretary. Daniel Mule Kioko, General Chairman, Atangwa Clan, East Africa. Peter Mutuku Mutua, mtu wa mkono, kana mundu wa moko. Francis Kamolo, National Chairman, Ambua Clan. Kilonzo Kimoro, Anzaoni Clan. Joel Guta, Nangui, General Chairman wa Mletema Clan. Samsoni Mabata Musyoka Eganga Clan. Mbailanga adime. Benjamin Nganda, Awane Clan. Daniel Chalo, mimi ni mwana youth, Ambua, mimi ndio nakaa na hao wazee. Kwa jina ni Daniel Malu, National Chairman, Ayine Oini, Kenya na nje ya Kenya. Basi makunange imoko mekalende. Basi natumia manda yani mama kwete misi. Basi na mimi nitaongea kidogo tu neno mbili. Siku hii ya leo ambao ni siku ya muhimu sana, kwa sababu tumekaribisha watu wengi wa Kenya. Makabila yote ya Kenya yako hapa kwa ajili wa kusikia ya kwamba vile wanavyoendelea katika nchi yetu. Wanahitaji mtu ambaye anaweza kuwapeleka kwa njia iliyofaa, mcha Mungu. Na walipoangalia wakaona ya kwamba katika hii area yetu, yule ambaye anaweza kutushika mkono na kuona mwanga na kuona mwangaza wa Mungu, ili watu wa Mungu wapate kuwa na amani na utulivu na maendeleo, wakamwona His Excellency Dr. Stephen Kalonzo. Asanteni. Members of Atumia Mathome. Atumia Mathome mebo. Atumia Mathome. Ne thea maiba gube. Thea maiba gube. Luya Council of Elders, represented by former PC Maurice Makano. Luya Council of Elders. Na wao Mwase wakamba yote, mwase wingi. Mimi naitwa Mheshimiwa Morris Mahanu. Nilikuwa DC Makueni, nikawa PC Northeastern, na huko nyumbani nikapigiwa kura nikawa mjumbe wa Kandui.
nimetumwa na chairman wa Luhya Council of Elders, Bwana Wangamati. Abaluya tuko nyumba 18, akiwemo Maragoli, Bukusu, Isuka na maana hiyo. Na wote wanasema wanataka kuwa na Kalonzo Musyoka. Kwa sababu historia inaonyesha kwamba wakati ule mwingine wenzetu Bwana Masinde Muliro, Bwana Wamala Kijana walitembea na wakina Ndenge, wakina viongozi wote wa Ukambani hapa Ngei, na sasa tunataka Eugene Wamalwa atembee na Bwana Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo Waluhya wote nyumba 18 wako nyuma ya ndugu yangu Kalonzo Musyoka. Tulikuwa naye parliament, tunajuana sana. Mbarikiwe. Mimi naitwa Robert Makona, ni Muluhya. Wacha niwaletee salamu za Western. Sisi Western tumetumwa, tuko na kijana yetu anaitwa Eugene Wamalwa, tuko tunamtembeza naye awe kiongozi kwa nchi hii. Na sisi kwa Waluhya, roho yetu, mbio zetu, namba 1 na namba 2. Tukipata hiyo moja, mambo ni sawa sawa. Mungu awabariki. Members of Kikuyu Council of Elders, na professionals forum members from Kitui, Machakos and Makueni who are seated here, they can also be standing here. Members of Kikuyu Council of Elders. To save on time, the members of professional forum from Kitui, Machakos, Makueni wakuwe hapa hivi wakiongojea. Your Excellency, all protocols observed. This is a group of men, the wing of men at Kikuyu Council of Elders, and I'm here to present the chairman, Honorable Wachira Kiago. My name is Honorable Dr. John Kamango Nyomo, Speaker Emeritus, Nairobi County Assembly. And we have, we wanted to read something on behalf of the chairman, but because of the time, we shall not be, I shall not be able to read. All what I can say is that we are together on this journey. You know where we have started. We came here because the Kamba visited us as the Kikuyu Council of Elders at the headquarters, and we just want to come, we came here to affirm that we are still together. May God bless you so much. I have some communication from the chair and the secretary. They are not with us. As you know, the chairman is sick. He could not be with us, plus the secretary. I just want to present you this communication so that at least you know where we put you. Thank you very much. You may come on forever. The professionals come, we close that chapter.
Jina tu. Kwesito nitawa Stella wa Mutua. Na kwesito nitawa Gladys Ngao. Na kwesito nitawa Joel Munguti. Nitawa Dr. Kingondu. Dr. Daniel Yumbia. Muyaseo ingi. Nitawa Koki wa Moli. Muyaseo nitawa Dr. Alex Musili. Muyaseo ingi Honorable Munyoki Mwangangi. Muyaseo nitawa Onesmus Maluke wa Muteo. Muyaseo Wiper nitawa Anthony Mwendo Mingi Professionals. Nitawa Kitongosa Le Mungi Professionals. Nitawa Munyambo wa Mwendo Mingi Professionals. Muyaseo nitawa Zale wa Musili Mwingi Professionals. Wiper nitawa Patrick Ogwa Musau aka Kubasila. Ringiji, this is a perfect replacer yule jamaa alikufanyia ile kitu Mwingi West. Thank you so much. Kusilabalame His Excellency the 6th President of the Republic of Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, inamuka ilemba ito Muyaseo ingi, na kwa masito nitoa Engineer General Niinge Ngawa Ndesia, na osaikura mukonie Kalonzo Rigiji kura Habari zenu? All protocols observed. Kwamba sito nyanito Jacqueline Kongo kanaka sanitizer isito ya siasa na nevia nititi kibula cha women rep come 2027. Akamba Muyaseo nitawa Soyo Masai Kitui West Professionals. Ndayasi ozezi nengane kwa pate waitu Honorable Stephen Kalonzo Musyoka kwa our former David President. Wana Yesu na hata iwe ya kele Mwemaseo notani Mwemaseo nundu wakuka kuitika na kunenga ne Stephen Kalonzo Musyoka ati aketie kuranza nimukwiko ya kele kwa panenda kunenga ne onyo kwa andu alamo the State House na nena authority ya walista Honorable Stephen Kalonzo Musyoka andu alamo the State House na mena mangavanas maitu alama tuendete nenda kumea governor our party leader Honorable Stephen Musyoka andu asu ni maitu masiswe lakini ni masisye sua na masaa hivyo nzeti anda Stephen Kalonzo Musyoka twili naku mpaka mwisho Honorable Rigathi Gachagua gilatu nae naku Nakuru gilatu nae naku Naivasha onatuiye akamba mose kura na tukwende gilatu akune na ndo tuiso vya kura no nito kweka Your Excellency. Thank you. Siasa menu, Your Excellency, our host and our leader and the Vice President when the country was doing very, very well. Your Excellency, the Deputy President who was elected in 2022, all protocols observed. God is good and all the time. You laneo mondo lo kwetwa ba o ka ba e ko bi no yeba no mo ka practice akai twaza no yeba
Aya, nineta Robert Mbowe wakathiane. Oyeba. Na kila mundu ekwo udatwetekela nai. Nibatona etwo mundu utekwenda. Ti uguo. Tafadhali nundu wa ndai ya munene. Tuikatate okunia mundu kelele. Nitwaleano. Ala twetekela na kambone yu na moko wiper. Asante sana. Sasa mimi nikianza kuita viongozi nataka kuambia kwamba Kenya, hii Kenya yetu lazima tuikomboe. Na wale watatusaidia kukomboa Kenya wako hapa, si mnawaona? Lakini iko wengine wanaendelea kubomoa Kenya. Na mimi nimejua Kenya inabomolewa. Jana wakati nimeanza kusikia wanaongea vile walikuwa wanaongea wakati wa huko. Ati watu wanasema mtu amejishika, amejiweka kwa gari, amejinyonga, amejichapa. Yaani hiyo inawezekana kweli? Alafu wale wanatuambia ni wale walituambia huko alijiua, akajichoma, akajikata na kisu, akajitupa kutoka kwa ndege. Kwa hivyo sisi tunawaambia wacha tufanye investigation wacha tufanyiwe investigation na watu ambao sio wale ambao wako accused. Si mnajua wale tumeaccuse? Si mnajua wale wameteka nyara watoto wetu? Si mnajua wale wameua watu wetu? Kwa hivyo tunasema independent investigation must be done to get to the bottom of what happened to our colleague. Na naambia wale wabunge nilisikia wakipayuka jana, shame on you. Nyinyi sio polisi, you have no forensic evidence, you have no physical evidence, ni kupiga tu mdomo bunge. Bunge itumiwa kutengeneza sheria za maana. Baito, sasa nataka kuwakaribishia kiongozi yule ambaye ametuita hapa ndio aweze kutukaribisha. Nataka tupige makofi for His Excellency the 6th and our leader Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Ken uko wapi? Ken juu. Njoo jukwaa Ken. Ken. Ken wa Maria. Urafito sokamba, siaki bila chucharilu, chao simetinengari. Urafito sokamba, siaki bila chucharilu, chao simetinengari. Kalonzo. Maria Lekembunge Nakwa Uganda walata Iwezi mtulaise wa Maria Lekembunge Eto wali kangunga Mwamupeni tosisi Eto wajeli mpito Eto wali kangunga Mwamupeni tosisi Eto wajeli mpito Kamba DJ Shit Asante. Kujeni hapa juu basi, pole. Vijana kujeni, ngoja kuje. Asante. Well done. Tuendelee.
DJ nipatie rege hapo, rege, twende kazi. Twende kazi juu ya hewa. Aha. Buffalo Soldier. Aha. Yeah. Aha. Yeah. Aha. Tukishuka vijana. Comrades power. Comrades power. Haya tukishuka basi. Tukishuka. Asante DJ, asante DJ, asante DJ, asante. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We're done. Thank you. Asante. Comrade power. Thank you. Okay, there will be order now. Asanteni. Asante. Kuna wale vijana kutoka vyuo vikuu. I don't know whether they are here. Ndio hawa. Hawa ni vijana kutoka vyuo vikuu, tuwapigie makofi. Hawa ndio wale vijana waliuawa kiholela na wana hasira na wanataka justice. Comrade power. Asanteni, keteni. Thank you. Wageni wetu. Thank you. Peace. Comrade peace. Thank you. Haya. Sasa, asante. Mimi nataka sasa nichukue fursa hii. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa amefanya maajabu yake. Watu hao wengi namna hii. Tulikuwa tunatarajia watu chache kuja hapa. Nataka ile familia members mkuje tena, kina Kennedy, Kevin, kujeni tu mnisaidie kukaribisha wageni. I don't know whether they are still in the house. Kujeni mnisaidie tu tupigwe picha. Mama yao, Mama Pauline, Mama Mboi. Mwezi Mama Mboi? Alama eze Mama Mboi kwa yolo. Anaangalia hafla hii kwa runinga. Tumpigie makofi na tumuombee apate nguvu haraka sana. Juzi huyo anaitwa Mwasia na juzi amepata bibi. Amepata bibi ama mke wa Tanzania. Uwe tawae sio mudhui. Amwita zai sio mudhui. Anayiwa sio mudhui. Kwa hivyo Kevin and sio mudhui, asanteni sana. Huyo naye anaitwa Kennedy, ndiye member wa East Africa Legislative Assembly, na mke wake huyu Mama Pauline. Huyu tayari amemzaa Mama Pauline. Tuwapigie makofi. Mairu Akamami ako mahali yake sijui. Ako pale. Mairu naye nadhani jinsi. Mairu kuja amebeba maji mingi. Huyu ndiye amesalia, anatafuta pia alete nenda nzuku yindi kwenda ngui. Mungu naangia makofi. Asanteni, thank you so much. Yeah, you can now sit. Kwa niaba ya hawa na their mother who is watching, tunasema karibuni sana.
karibuni sana sana. Na siatwethete twena mea maingi kana tigomba ito. Na neneze mwethete mwekulia kwa indiata. Lakini omonde tuamwete ya eni. Alama watunga mbaimu bea nondo wakona eni kwa yulu. Yule alewi kikamba vizuri akae karibu na Rigiji atamwambia. Na mwingine akae karibu na Muturi. Kwanza Muturi anajua kikamba yote. Mheshimiwa former speaker, former minister, former attorney general, JB yako hapa. Nataka nitambue kwamba team inazidi kupanuka. Na mtaona sura ya Kenya tukisonga mbele. Leo ni kionjo. Leo ni kionjo. Kwanza pokeeni salamu nyingi kwa dada yetu mama ambaye achezi. Mama Mother Wangari Karua, Secretary General wa chama cha PLP. Karibu Secretary General, peane hiyo salamu very briefly. Secretary General wa People's Liberation Party. Mother Karua saa hii yako Uganda, anajaribu kumtetea kama wakili yule ambaye alikuwa anang'ang'ana na Rais Museveni kidemokrasia, anaitwa Besigye. Do you have other people, SG? Very briefly, just mention. Yeah. Habari ya leo Saikuru. Mara yangu ya kwanza kuja hapa. Na mama wakili Waria. Kwa majina naitwa Asha Bashir, mimi ni katibu mkuu wa chama cha Ukombozi ambaye inaitwa People's Liberation Party. Nimeleta salamu kutoka Liberation House, pia nimeleta salamu kutoka kinara wa chama cha People's Liberation, Mama Ngangari, Mama Martha Wangari Karua. Mmepokea? Leo pia nimekuja na wanachama wa NEC, Rivathi, Mudhoni, naona wengine wako mbali na youth leader pia. Ningewapa tu sekunde 30 alafu nitamalizia na ujumbe wa mama. Muyaseo timia muyaseo. Ibeti muyaseo. Mimi naitwa Geshuke Rifathi, ndio katibu mtendaji wa chama cha PLP ambacho beleni kilikuwa kinaitwa NAK Kenya, na tumekuja tu kuleta risala za heri njema kwa ndugu yetu Kalonzo Musyoka, kumhakikishia kwamba tuko pamoja katika hii harakati ya kukomboa Kenya. Lakini pia ningetaka tu kuiba siri kidogo. Tunataka msirikizane pale juu kama party leaders. Msipofanya hivyo, chama chetu tunasema the next president atakuwa mama katika 2027, Martha Wangari Karua. Lakini tunataka msikilizane mkiwa pamoja ndio tuwe kitu kimoja. Hiyo ni siri tu ya chama. Hamjambo tena. Mudhoni Kehara, mimi nimefika hapa kusema tuko pamoja na His Excellency Kalonzo Musyoka. Asanteni sana. Asanteni sana wanasaikuru. Yangu ni kusema tu mambo machache. Ya kwanza, tumesikia rais ameomba msamaha jana na tunakataa msamaha kwa sababu tunai-reject kwa sababu watu ambao ni rika yangu na wengine wadogo kuniliko waliuawa, hawajapewa ridhaa, hawajaweza kutuambia ni nani anaua wananchi wetu, mbona kuna utekaji nyara. Kwa hivyo hiyo kwetu ni kutupumbaza na ni kawaida yake hekala ya Bulwasi. Ya pili ni kukuambia ya kwamba juzi tumesikia kama wakili, tumesikia wanasema wanataka kuhamisha seal kutoka kwa ofisi ya Attorney General. Nataka Wakenya wajue that is a unit of national unity. That's a symbol of national unity. And number 2, hiyo ndo kama signature. Wakiamka asubuhi wanataka kuuza nchi, wakitaka kukopa pesa watafanya ugalagai. Tunataka kuambia Ruto tunawaangalia,
tuko hapa ngangari, hatubanduki kama upinzani. Na ya mwisho, viongozi wetu hapa, na waomba kwa heshima na taadhima, tushikane, hakuna kuondoka. Tulisema tukiwa wa Munyoro tutakuwa na super glue ya kuwashikisha, na tunasema hakuna kubanduka mpaka mwisho. Akisema hatuna agenda, tunayo, na agenda nikisema Ruto mnamwambia kwa heri. Ruto, uchumi mbaya, nchi ambayo tunataka inalindwa na sheria, kama ni nchi dhalimu, kwa heri. Tunataka masomo mazuri, kama Ruto hatupi, kwa heri. Na kwa sababu umeshindwa kufanya kazi, tunakuomba Bwana Rais, funga virago, PO Box Sugoi. Asanteni. Well done. I want to recognize, unajua hapa, ingawaje mnasema hii ni Mount Kenya South, lakini mlima iko hapa. Hii ni upande wa east, but never mind, hiyo tutaongea na kina Mutula Junior na kina Governor wa Vinya, na hawa ndiko wako south, na hata Malombe upande mwingine. Malombe is here, but that is not the point. Hapa Kabita, hapa Kabita, ti Kabita ozu, Kabita olonge Peter. Unajua, I know everybody here by name, by the way, I know over time. Peter Kabita, onozuno Kabita, mwana nyaka tu. Peter Kitabi na timu ya Kuma Meru wako wapi? Peter inakuita Yenge. Ile timu kutoka Katidhini, inueni mikono kutoka Meru. Inueni tu mikono, sio kuja. Wako wapi? Wako wapi? Wanatoka Meru. Basi mnataka kusikia wa Meru wenzenu. Nataka nimuite hapa ndugu yangu, because I think I'll call both of them with the permission of my brother. I know that Linturi is organizing secretary wa chama cha Democracy for Citizens. Lakini wanakuja hapa because they are so surprised kwamba we are immediate neighbors. Ariku Mukuru, Linturi na Peter Munya, Governor. Kujeni nyinyi wawili. I want to invite those in a very special way. Waziri Linturi alikuwa waziri wa agriculture, alikuwa senator. Omerumo igwo, wale watu wa Meru tena, ngoja wasalimie tu very briefly. Yeah, we'll move faster. Asante sana. Ando agamba moyaseu ingi kabla kusema mengi, vile rafiki yetu Stephen Kalonzo amesema, mimi ndio National Organizing Secretary wa chama cha DCP. Tumefika hapa kama chama tuweze kusikiza ground. Tufanye nini? Tusikize nini? Tusikize nini? Tusikize ground ya Wakamba inasema nini? Mnasema nini? Mnasema nini? Mnasema nini? One term. One term. Very good. Sasa huyo ndio msimamo wa Wakenya wote pale, wote wametoka, na nimesema nifiki hapa pia niseme hivi ya kwamba contrary kwa yale watu wanayotaka kufikiria, timu yetu, wale viongozi wamesema ni lazima wasimame imara na waseme hapana kwa uongozi dhalimu, wa ukatili, wa ukora, wa kuwanyanyasa wa Kenya, wa kuwaua wa Kenya, wa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Lazima tuutamatishe. Tuko pamoja, tutaungana pamoja. Na finally, sababu masaa ni machache, mkituona hapa kama tumetoka kama majirani kutoka Meru na ndugu yangu Peter Munya, tukiwa hapa siku ya leo, tunataka kuambia Wameru wote wako kwa grupu hii, tuko kwa hii gari kuiunda, kuifanya lolote linalotakana
ile tuhakikishe ya kwamba tumesonga pamoja. Sawa? I want to say I'm very happy that we are here today. Na Munya niwaambie ni kiongozi ambaye tukishikana na yeye Meru itatetemeka. Leo kuna wale watalala. Mtatuunga mkono? Tusaidiane tuende namna hiyo. Kwa hivyo nilikuwa na Mbarindi bwana Steve with my brother here, wale wengine mnjipange, sisi tupange timu yetu, basi tusonge mbele, tuungane na Wakenya tuikomboe nchi. Ama namna gani? Ama namna gani? Kwa hivyo chama yetu ya DCP tutakaa, tuna chama ingine ya Wiper, PLP, but the commitment that I want to make is that we will make sure that this team gives this country one single presidential candidate to run against Kasongo. Harambee! Harambee! Thank you very much. Mungu awabariki. Harambee one time. Kuna rafiki moja ametoka mbali sana. Before I call Peter Katirao, I like that name Katirao. Before I call Peter, my friend Dr. Hansen, metoka mbali Marekani. I want you to come and say he's also a member of the clergy. He has a big following wherever he does, and he's accompanied by another friend of his ambaye atakaa tu huko. Kunde niku ya zunguma bulani eteo nenyo. Just say jambo. Just greet this friend, Dr. Hansen, a good friend for a long time. 1 minute. Habari. Habari yako. One time. They're asking you to say one time. One time. I'm the president of World Ministries International. Yeah. I travel the nations. I meet with the governments. I meet with the church leaders. 4 sins bring judgment on a nation: idolatry, immorality, killing the innocent, and dividing the land of Israel. The Excellency Stephen Kalonzo Musyoka is one of my dearest friends. I've known him since 2007, 2008, during the fighting, because of corruption, because of racism. I flew in. Kofi Annan, Condoleezza Rice, I flew in. I met every day with His Excellency in his office or at his home. I know him to be a righteous man, an honest man, a man of integrity, a true Christian. Corruption is destroying the nations. I meet again with the presidents. I'll be with 12 different nations, 12 different presidents this year, calling for national repentance. We have got to have a national repentance in Kenya. Thank you. I think and His Excellency will lead it. Hey. Let me pray for him. Thank you. Well done. Father God, cover him under your blood. Let your angels be around him. Give him victory, give him peace. Keep him safe from danger, accident, harm, or disease. Give him wisdom, dear God, to bring peace and prosperity and to terminate all corruption. Protect him against his enemies. Let them fall in their own pit. But let him rise up and lead this nation under the kingdom of Jesus Christ for the glory of God and a revival throughout Africa. In Jesus' name, amen. Amen. Hata yeye amesema one time. Si namna hiyo? My brother Peter Katirao Mwenya, kuja usalimia. Even if you want to greet them in Kimeru, actually just talk to them in Kimeru, you may be surprised.
Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Antubai Kamba, Muyaseo, Muyaseo wengi. Asante sana. Mimi naitwa Peter Munya, kama vile mmeelezwa, na mimi ndio kiongozi wa kitaifa wa chama cha PNU, Party of National Unity. Ni ile ilikuwa ya Kibaki mwisho eh? Mnakumbuka hicho chama Kibaki alianza, mimi nikakabidhiwa hicho chama alipoondoka uongozini, na hicho chama ndicho naongoza. Na sisi tulikutana kama chama na tukakata kauli moja ya kwamba tunaungana na viongozi hawa wengine kwa muungano wa opposition kuhakikisha ya kwamba ni one term. Semeni one term. One term. Kenya tumeingia kwa shimo kubwa, na hakuna njia nyingine ya kujitoa kwa hiyo shimo ambayo tulijiingiza sisi wenyewe, lakini ni sisi wenyewe pia tutajitoa huko, si ndio? Tumesoma ile masomo ambayo inahitajika. Ujinga itakuwa kusoma somo halafu unarudia hiyo makosa tena, ama namna gani? Kwa hivyo sisi tuko pamoja. Mheshimiwa Kalonzo ni wa nyumbani. Hapo mmesikia ga TV, hao ni watu wangu, ndio walikuwa wananipigia kura. Hao watu wa TV ne. Antuba TV ne bwe babea. Mueni nenge. Basi hapo ni nyumbani Tigani ya East. Kule nilikuwa mbunge. Mnajua baba ya Mheshimiwa Kalonzo alikuwa na nyumba ingine hapo. Nilikuwa naenda kumuona hapo kwa TV. Na mama yake si yuko. Mama yetu ndio huyu hapa. Kwa hivyo tukiwa pande hizi tuko nyumbani. Tuko na ndugu yetu hapa. Kiongozi ambaye anaheshimiwa kabisa, ambaye ana msimamo mzuri, ambaye anaweza kutupeleka mbele. Ama namna gani? Ile muhimu ni tuungane pamoja sote, tusiwe na mtu kule nje, tuweze kwenda mbele. Na kama vile Mheshimiwa Linturi amesema, Meru iko sawasawa, isiwaweke wasiwasi. Tukiwa hapa, tukishikana hivi, msiwe na wasiwasi yoyote. Sawa? Kwa hivyo kwa sababu ya muda alikuwa kuwaonyesha tu, sikuweza kwa sababu muda huko wa mrefu. Niliambiwa tu juzi, nimekuja na wanachama kama 3 hivi, wakuje tu waonekane. Gen Z one term. One term. Sasa hiyo inasikika mpaka Meru tukiwa hapa. Suko na Mheshimiwa Bwana Baita hapa. Bwana Baita ni wala Baita huko Nairobi. Fikiri salamu tu asalimie kwa sababu ya muda. Salamu tu. Ndio huyo. Alafu tuko na Bwana Pius hapa. Pius Mutua. Mudhoni wenu hapa. Pia wasalimie kwa mikono hivi. Na tuko na Timothy. Timothy. Jana ambaye anataka kiti anataka kiti ya senator ya Meru. Pia tuko naye hiyo, sema one term. Na pia tuko na secretary general. Huyo ndio nilikuwa nataka wasalimie kidogo. Ako karibu na Gen Z, Bwana Walukwe. Bwana Walukwe anatoka Siaya. Nataka kusikia habari ya Siaya. Bwana Walukwe. Asante. Harambe. Harambe. Well, policy ukitaka kusema PNU tunasema kazi iendelee. Ukisema kazi iendelee unasema one term. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Asante sana kwa kutukaribisha huku. Tumeshukuru na tunasema tutaendelea kushikana ndio tutengeneze serikali 2027. Asanteni.
Asanteni sana, tupeleke salamu Meru. Tupeleke salamu za one time Meru. Semeni one time. One time. Asanteni sana. Sasa nitamuitia mtaalamu. Wacha ile Raila alisema anapelekea Ruto wataalamu. Mnataka kuona mtaalamu ambaye ni mmoja wetu, amekuwa Attorney General juzi, amekuwa Minister wa Public Service, mtoto wake akatekwa nyara, spika wa bunge JB Muturi wanaenda makeri ya Kamba. Asante. Jamani, msimamo ni? Sasa kwa sababu vile Mheshimiwa His Excellency amewaambia, alikuwa ile ya speaker mimi nilitoka. Hii ya AG ikafanywa ukarabati. Hata sasa hivi mnaona vile inafanywa. Hii ya waziri Ruto akafanya mambo yake. Sasa mimi lazima na mimi nichukue kazi nyingine. Kazi yangu ni kuhakikisha William Ruto ni kuna kazi nyingine mimi niko nayo. Nataka niwaulize Gen Z, William Ruto nilipoenda kwake kumwambia mtoto wangu ameshikwa, alipiga simu kwa Nurdin Haji, mtoto akaachiliwa. Nikamuuliza, kwa sababu ni wengi wameshikwa, familia zao hawajui wako wapi. Paka saa hii wanalia. Hawajui, hawana mtu wa kupigia simu. Si kweli? Lakini William Ruto alipigia ofisa wa serikali. Si kweli? Kwani William Ruto anajua ni nani ana abduct watu? Kuabduct ni kinyume cha sheria ya katiba ya Kenya na international law. Ni kweli? Sasa jana William Ruto atikwa prayer breakfast anasema kama tulikosea, kwani kushika watu si makosa? Kushika watu, kuwaua, kuwaficha si makosa? Ati Ruto anasema kama tulikosea. Ati kama tulikosea natoa msamaha. Iko msamaha hapo? William Ruto, take your apology to Sugoi. Ni kweli? William Ruto, take your purported apology to Sugoi because you are going to be one term. Harambee! Jameni, mambo ni mengi, lakini ule uchungu tuko nao Kenya. William Ruto wanasema hawa watu wanapokusanya hakuna jambo ya kuongea. Lakini tutaongea mambo ya uchumi ambao huko umefilisika. Sasa nataka tumpatie mawaidha ati atengeneze uchumi, na tunajua kazi yake ni kupora. Mkisikia Mheshimiwa His Excellency Rigathi Gachagua, mkimsikiza Franklin Mithika Linturi, munisikie nikiwaambia State House is a scene of crime. Jamani, leo nimeona aliyeingia kwa ofisi ile nilikuwa ya Attorney General amesema ati public seal ako nayo sasa. Tangu mambo yaanze kuzungumziwa, sijui alikuwa amelala, na sina vita na huyo mama kwa sababu she actually means well kwa roho yake.
She means well, but you know she is a civil servant. Sio mwanasiasa. Mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka hapa anaweza kuwaambia, na hawa wote nimetaja hapa, wakati Kenya inaenda kukopa pesa, tuseme kwa World Bank, opinion ile inatolewa ni ya Attorney General, na lazima kuwe na public seal ile muhuri. Isipokuwa hapo, hata mpeleke hiyo opinion kwa World Bank, amwezi pata pesa. Sasa hiyo Ruto anataka kuweka pale Ikulu. Sasa jamani, wanataka tukee hapa atutuambie vile tutatengeza uchumi. Ni kweli ni vizuri tutengeze uchumi, lakini mtatengezea Ruto uchumi kweli? Kama ingekuwa isipokuwa ni sisi ni watu wa kufuata sheria, kesho tungesema enda Sugoi. Hapa ni kweli? Ama tuanze polepole hivi tunasema one term polepole tumpeleke, kwa sababu yeye ni mtu anapenda wheelbarrow, tupeleke yeye polepole na wheelbarrow, ama namna gani? Sisi katika chama cha Democratic Party tuko ndani ya huu muungano ambao tumesema kazi yetu ni kuhakikisha kwamba utawala duni wa William Ruto tunatamatisha wakati uchaguzi unaitwa. Ikiitwa kesho kutwa, ikiishwa baada nyuma ya mwaka moja, iitwe 2027. Hii team baito mwomelewa mwitabize ne my brother umutabize nye nine na kikamba emau nine wa kikamba na nine na kikamba ola ila mbadizia mayono ngwe waondo kwa Asia. I want to assure you, nyinyi ndugu zangu, unajua nilikuwa nimeambia mheshimiwa ningekatia hapa, lakini nikasema acha nizunguke kidogo nione vile Kenya iko vile inaharibiwa na William Ruto, kwa sababu sisi ametukera sana. Yangu ni kuhakikisha kwamba ndugu zangu na dada zangu, sisi hapa mkituona hivyo tuko na nia. Jenzi mmejam. Na kama mmejam, one term. Ruto one term. Ruto Sugoi direct. Harambee. This team is united. Please have peace. Have peace. And I can assure you, we are going together and we are going to deliver this country out of bad governance. God bless you. Harambee! Harambee! God bless you. Mumesikia expert. Na kuna mengine anajua ya ajabu. Mimi ningetaka niite Masai. Kabla kuita ndugu yangu Eugene Wamalwa, kuna senator shupavu. Unajua Masai hawaogopi. Mheshimiwa Senator Seki, kabla ya kukuita, nataka ujue hawa watu kile kitu alikuwa naogopa huku ni Mukavi. Mukavi mwekademwete Mukavi. Mudhozitio weze Mukavi we. Senator wa Kajiado ambaye ni shupavu. Mtu haogopi. I think utatuongoza kwa sherehe yetu ile tulikuwa nayo. Karibu. Thank you. Yeah, one time. Asante sana Your Excellency Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mimi naitwa Lenku Kanar Seki, Senator wa Kajiado County. Na mimi ninaona Wamasai wengi hapa sana. Wako wengi sana. Kwa sababu hapa ni karibu na Kajiado, Machakos
na Makueni na Wakamba wote. Hata tumepata wasichana wengi sana siku hizi wako pande ile ya Masaini. Na sisi tukasema kama Wamasai hatutaachwa nyuma Kenya ikiongea. Wanapoongea tukiwa nyuma ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigiji na viongozi hao wengine wote, Kajiado itakuwa pamoja, Narok na Samburu watakuwa na Wakenya wote. Your Excellency, juzi unajua tunataka kusikiza ground. Nikawa na mkutano ya watu 12,000 pale Kajiado. Na watu wakaniambia niungane na Wakenya ili tukomboe nchi yetu ya Kenya. Na hakuna lugha nyingine. Lugha moja ni one. Bwana mjasema vizuri. Lugha ni gani? Lugha ni gani? One term. Yes. Ruto aende Sugoi. Tumechoka na mambo ya kasongo, mambo ya kutoa uongo kila baada uchao, uongo. Hata ukiongea, hata ukiomba msamaha ni uongo. Macho inakuangalia vizuri ni uongo. Tunasema kama Wamasai na Wakenya wote na Wakamba na watu wa mlima na watu wa East, Western wote wa Kenya wamesema kasongo. Kasongo. Asante Your Excellency. Maina, just a minute. Maina Gatangi representing Wakenya wote ambao wako nchi za ng'ambo. Huyu jamaa ametoka Uingereza juzi, wana organize themselves na wote wanasema one. Gatangi, 1 minute. Sema tu. Your Excellency, Honorables, Yani wananchi wote mjambo. Mimi naitwa Maina Gatangi na mimi na represent diaspora. I'm based in the United Kingdom. I'm the vice chair of SKM presidential campaign. Vile tumefanya sisi ni watendaji. I know we can talk all day, but if we don't put action, then we are going to have back this notorious man called Ruto. Okay, so we have put infrastructure, communication, and fundraising in place. So I am here to represent the diaspora, and through my blessings of my chairman, Thomas Musau from Makueni, wa diaspora wote wanasema one term. One term. Thank you. One term. Thank you. Natamwita chairman wa Jubilee. Amekuwa expert wa ajabu. Anajua mahesabu yote. Aliniambia one time 2009 alikuwa anasimamia mambo ya national census huku. Sasa anawakilisha chama cha Jubilee, Mheshimiwa Saitoti. Karibu dakika moja tu ndugu yangu. Realize we are many before you call Wamalwa alafu here. Harambee! Harambee! Kama vile His Excellency amesema, majina yangu ni Saitoti Torome na mimi niko hapa kuwakilisha chama cha Jubilee. Na kama ungenikubalia Your Excellency, wala wa Jubilee wako hapa, hebu just wave pahali mlioko. Na hata Secretary General wao Kioni alikuwa anajaribu kufika. Akifika ni sawa, Mheshimiwa Kioni JN. Kwa hivyo chama cha Jubilee ambaye kinaongozwa na the 4th President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, kinaunga mkono umoja wa vyama tanzu vya upinzani zile ambazo zinakuja pamoja na zichague mtu mmoja ambaye atapambana na nani?
mtu mmoja. Jubilee bado hatujaamua ni nani, lakini tutaunga mkono ule ambaye atachaguliwa na vyama tanzu. Asanteni sana. Thank you. Thank you, Chairman. Nitamwita sasa. I think leo mtakuja pamoja na ndugu yako. Mlikuwa juzi mnaandamwa huko. Nitamwita sasa my brother Eugene Wamalwa. Thank you. Asante. Asante sana majenzi. Harambe. Nataka nisikie kina mama peke yao. Kina mama mpo? Harambe. Okay, tusikie vijana majenzi sasa. Harambe. Wazee wote wanaume walio hapa Sekuru, harambe. Hey. Kwanza niseme niko hapa na watu wengi kutoka Western, lakini sababu ya muda sitawaalika, ila tunipeane salamu. Nimekuja na salamu za ndugu yangu Dr. Muhisa Kitui kutoka kule Bungoma, na Bungoma wamesema one term. Kitui mnasemaje? Salamu kutoka Kitale, ndugu yangu natembea na timu yetu huko, wamesema Kitale wamesema one term. Kitale Trans Nzoia wamesema one term. Machakos mnasemaje? Nilete salamu za ndugu yangu Philip Kisia kutoka Vihiga County. Vihiga wamesema one term. Makueni mnasemaje? Hii imeenda bwana. Rigiji, hii imeenda haki ya Mungu. Sasa kama Ukambani yote wamesema ni one term. Western yote wamesema ni one term. Embu wamesema one term. Meru, huyu Munya, Linturi wametuambia ni one term. Na Murima mwenyewe hako anakuja hapa. County 10 wanasema. Tayari tuna county 30 na zote ni one term. Si basi huyu jamaa mambo yake yamekwisha? Aende asiende jamani? Mumeamua Kasonga aende? Mumeamua Kasonga asonge? Basi mimi nina machache ya kusema, na sababu vile mimi nimeona Kenya nzima imeamua William Ruto ni one. Hata Oscar Sudi rafiki yake, nimemsikia Oscar Sudi akisema haya mambo vile yanaenda, hawa watu inaonekana watatutoa na huenda wakatufunga. Yani tayari wenyewe wamejua wameiba kuiba. Wamefanya ufisadi kupita kiasi. Na wanajua ya kwamba serikali ijayo iliyo hapa Sekuru ikiingia, wao wako tayari wenyewe kwenda jela. Leo nataka niwaambie hivi, wenzetu wa broad based, yes mnaweza iba pesa, yes mnaweza iba mashamba, that is recoverable. Lakini vile Bishop amesema hapa Sekuru siku ya leo, msidhubutu kuiba kura ya Wakenya. Rigiji ametoa onyo juzi, na mimi nasikia wengine wanaanza kutoa vitisho kwa Rigiji. Eti wanataka ati kufika Jumamosi awe arrested, awekwe ndani. Mimi leo nataka niwaambie wenzetu wa broad based government, sababu kuna wengine pale kama Oscar Sudi hawaelewi Kiingereza sana. Si mnajua Wamalwa anaelewa Kiingereza? Let me teach you something. Look like a Christmas party. Na Rigiji amequote huyo mzungu, so he only paraphrased. And today from Sekuru, from what our bishops have said today, we want to tell William Ruto, if you dare interfere with IEBC, if you dare steal this election, basi ile warning ya Krigla sio ya Gachagua.
that thing can actually haunt Kenya again. Don't take us down that road again. Sababu wewe ukifanya Kenya iende down that road tupoteze maisha. Mali we can recover. Mashamba mnaiba we can recover. And we have an asset recovery unit we are going to really work on. But lives can never be recovered. So hivi leo tuwasema yale tunasema kule mbele, it is wazi. Kenya imeamua Ruto must. Jana Tifa imeonyesha wazi. 75% ya nchi hii imesema Kenya is headed in the wrong direction. Imesema ya kwamba 75% ya Wakenya have rejected Ruto and his corrupt government. Kwa hivyo tunasema Ruto ni. So hayo tunataka yale amesema jana ati anaomba msamaha. Mimi nataka niseme majenzi mko hapa. Munakubali apology ya Bwana Kasongo? Sababu alisema if ati kama alifanya makosa. Majenzi walikufa hawakufa. Vijana waliumizwa hawakuumizwa. So Bwana Ruto, is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana jana, conditional apology, is not acceptable and it has been rejected by Gensis of Kenya. Na sisi tunajua abductions have been done in Kenya and are still being done under Ruto's watch. Tuko na yule ambaye ni victim. Yeye mwenyewe kijana wake alitekwa nyara, alikuwa attorney general wako. Si ameongea hapa? Are there abductions in Kenya or there are no abductions? Alafu tunaanza kuambiwa ati wa Kenya have started abducting themselves. Ati wanajishika wenyewe, wanajipiga wenyewe, wanajiumiza na wanapelekwa hospitalini. Sisi si wageni Kenya. Tunajua historia ya polisi na uongo and setups by the system. Tangu nyakati za Robert Ouko, mwili wake ulipatikana Gotalila kule Kisumu, walisema eti huyu jamaa has committed suicide, amejitoma mwenyewe, amejiua. Ukweli ulipatikana. Julie Ward case, ukweli ulipatikana. Na sisi hatuwezi amini hawa polisi ambao walichukua mluya mdogo anaitwa ati Collins Lumasi. Sijui nani, mnakumbuka yule kijana alisema ati yeye ameua watoto kule Kware. Amechukua vijana wengi wamewekwa mbele ya polisi ya Kware. Hiyo ndio polisi tunaweza tukaamini kweli? So do justice na polisi msianze kutumika kisiasa. We must stop weaponization of our criminal justice system. That we demand today. Mwisho nataka niwaambie watu wa Sekuru. Huyu Kalonzo Musyoka. Leo tumekuja hapa team kubwa. Kuna vyama karibu 10 vimekuja Sekuru siku ya leo. And I want to thank the Wiper party leader kutukaribisha nyumbani kwake hapa. Chama cha Wiper kimekuwa steady. And Wiper was the glue that held Azimio together. I thank the governors of the 3 great counties, Malombe, Junior, Wavinya. Hawa gavana watatu wamesimama pamoja, wamesimama na ndugu yetu Kalonzo. Nashukuru senators wetu wote watatu wamesimama na Kalonzo Musyoka. Na wabunge wote wa Ukambani hata wakati wa yes kura walisimama na wananchi. Wakati wamenyemelea Rigiji, Ukambani yote walisimama na Rigiji. Leo tunataka tuambie watu wa Ukambani wema hauozi. The scriptures say, let us not be weary in well doing, for in this season we shall reap if we faint not. Ndugu Kalonzo umesimama na Raila mara 3. Rigiji leo nakwambia huyu Kalonzo akikwambia atasimama na wewe, haki ya Mungu, you can take his word to the bank. Alipoambia Raila atasimama na yeye mara 3 amesimama na Raila. Leo Raila ukikaa na Kasongo huko Kisumu,
Kumbuka, you owe Kalonzo Musyoka a debt of gratitude. Leo tunataka tuseme hapa 10 political parties. The Wiper party leader is here. The DCP party leader, the newest, fastest growing party, Bwana Rigiji mwenye wako hapa. The DAP party leader, yours truly, niko hapa Seikuru. The DP party leader, speaker wetu, ako hapa, JB Muturi. Party leader wa PNU, Peter Munya, ako hapa. Leo tumeona team ya PLP, wako na sisi hapa. Jubilee, wako na sisi hapa. Tuko na vyama vyote, almost 10. And today we are saying this. We are united and we shall never be divided by Kasongo. Hatutaki pesa yako Kasongo, usifikirie utatununua sisi. Hatutaki vyeo vyako ambavyo umetumia to bribe our colleagues in the opposition. Leo ndio wanakupigia makofi Kisumu. Hatutaki vyeo vyovyote vya kwa serikali ya Kasongo. Ile tunataka ni kusongesha Kasongo asonge aende wapi? Mutatunga mkono jamani? And we promise you one thing we will do. Hii safari tulitembea 202 na Wamalwa na Kibaki, tukaja hapa na Kalonzo na Ngilu. Mkituona hapa tunafuata huo mkondo. We'll stay together and we'll be ready to sacrifice vile vijana wetu wa Gen Z wale sacrifice. Hatutawachana. Kile naomba viongozi wenzangu, if we want to succeed as Kibaki, Wamalwa, Kalonzo, Ngilu succeeded, we must be selfless. Tusiwe watu wa tamaa na watu wa kujitakia. Sisi tuweke Kenya mbele. We must put our country above our politics. This is the only way we are going to succeed. Vile Wakenya wanaumia na ushuru unaongezeka, hata mwezi ujao unaongezeka. Sisi na Uhuru tulikuwa tumesema kina mama wazae bure, tukalinda mama wa nchi hii. Huyu jamaa ameharibu the health sector. Sisi na Uhuru tulisema mitihani, ninyi msilipe pesa ya mitihani. Kuanzia hii Juni bajeti, Bwana Kasongo anarudisha mzigo huo kwenu, ninyi mwanze kulipa hiyo pesa. Sisi tunasema Kasongo aende asiende? Kasongo! Kasongo! Your Excellency, kwa niaba tu ya marafiki zangu nimetoka nao Western, tuko na Cleo Malala, kijana barubaru kutoka Western. Na Cleo akimaliza, nitaomba dakika moja kwa my deputy party leader, Mheshimiwa Wamnyinyi kutoka Bungoma, alete salamu pia. Na yeye ana mwaliko rasmi kutoka Western. Tuwataka tukitoka Seikuru, tuwakaribishe mkuja wapi? Mko tayari kuja Ingo? Tutembee pamoja? Hebu nione mikono mnaosema Kasongo ende. Asante sana. Nikisema harambee mnasema one time. Harambee! Mimi leo nimekuja hapa na kiongozi wangu wa chama cha DCP, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yeye ndio amelead team yetu kama chama cha DCP kukuja kutembelea baba yetu kisiasa, Mheshimiwa Vice President Stephen Kalonzo Musyoka. Na mimi leo vile nimekuja hapa, nimeshangaa kwamba hapa Ukambani, na naambiwa iko mahali pengine paitwa Kadhungo, mahali Mheshimiwa Stephen Kalonzo alizaliwa. Nashangaa kuna mtu anaweza toka hapa aende paka akuwe Vice President of the Republic of Kenya. Ningependa kupongeza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, you deserve to be the leader of this country. Wewe, tumeona utulivu wako. Tumeona you are very tolerant. You can give space. You can cede ground for your colleagues. Kama umaifanyia hivyo wenzako, pia wenzako ni lazima wawe tayari kukufanyia.
So party leader wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua is very committed to this cause. Sisi tunafuata mwongozo wake. Na jana tulikuwa tumekaa na party leader wangu tukitazama ile maneno ya prayer breakfast. Tukaona jamaa anafanya ile kipindi alifanyanga kila siku, ati anaimba alafu anasema naomba msamaha. Sisi tungependa kuambia William Ruto kwamba there is a difference between apology and repentance. Apology ni kuomba tu msamaha, kusema nimesamea. Lakini repentance ni lazima utaje ni makosa gani unataka kusamehewa. Sisi tutakubali if you will repent. Ukuje useme uliua nani, uliabduct nani na siku gani. We shall only accept your apology and repentance wakati utasema ni nani aliiba ile seal ya Attorney General akapeleka State House. We shall only accept your apology and repentance wakati utaregesha shamba 30,000 ekari kule Masailand ambayo umechukua. We shall only accept your repentance and apology wakati ile shamba ya Ngong Forest ambayo umekata unatengeneza hoteli uregeshe wa Kenya. That is when we shall accept your repentance. So hatutaki kudanganywa. Mimi naona hivi majuzi Mheshimiwa Rigathi Gachagua amesema vizuri, anawakumbusha kwamba kama mtaiba kura, basi kutakuwa na yale maafa ambayo yalikuwa ile mwaka ya 2007. Alafu jana bunge nzima juzi linakaa masaa matatu kudiscuss Rigathi Gachagua, na Rigathi Gachagua alikuwa anawakumbusha kwamba in 2007 yule mtu alikataa matokeo ya uchaguzi alikuwa Raila Odinga, na uko na yeye hapo. Yule mtu alishtakiwa, unamjua wewe mwenyewe. So why are you pushing Rigathi Gachagua? Mnamdiscuss for 4 hours in parliament. We want to tell you, Rais William Ruto, sisi tumesema wakati ya Gen Z walikuwa wanafanya maandamano 25th of June last year, uliita press ukawaambia kwamba unaenda kupunguza maneno ya opulence. Unaenda kupunguza maneno ya opulence. Ukasema utakuwa na mali watu wanaenda harambee kila wakati na kutoa mapesa. Sasa hata mwaka hujaisha umechukua pesa zetu. Kila weekend unapatia wakina Faruk na viongozi wako wanabeba magunia za pesa wanapeleka ati empowerment program. 1 year ago, William Ruto, wakati Gen Z walikufa kwa barabara, ulisema ya kwamba wewe unaenda kupunguza the number of advisors in your government. As we speak right now, ameongeza advisors wake ni wengi kabisa. Hao advisors wake hata hawana ofisi. Wanafanyia mkutano kwa WhatsApp group na wanalipwa mamilioni za pesa. Ilhali madaktari wetu UHC workers hawajalipwa, wamefukuzwa. So sisi tunakuambia William Ruto, tumeona kuna kitu moja umefanya vizuri, lakini ukweli Mheshimiwa Kalonzo, kama mtu amefanya kitu mzuri pia lazima tuseme. Niseme nisiseme? Yeye ameanza kufuata mwelekeo ya wale viongozi wa Afrika ambao wanajua wanaenda nyumbani na wameanza kuomba msamaha. Muliona Museveni juzi akisimama na bibi yake akiomba Waganda msamaha kwa sababu anajua anaenda wapi? Nyumbani. Vile vile pia wewe Ruto, niliona ulifanya kitu mzuri. Ulisimama pale ukaomba Wakenya msamaha kwa sababu unajua Ruto ni one term. Thank you very much. Ndugu wa Mwenyenye,
Briefly, ndugu wa mwenyenye, uno wala mbukusu la mukube bio. Alange maazamu no. Nasema you are the shortest bukusu. Mimi ndio mfupi zaidi kutoka huko. Mheshimiwa Vice President Kalonzo Musyoka, the People's Deputy President Rigathi Gachagua, viongozi principals walioko hapa, wabunge, senators na watu wa Ukambani wote, hamjambo. Mrembe mno. Mimi niko na mambo mawili. Sijafurahi, sijasangala. Ya kwanza, kwa niaba ya chama yetu ya DAP, kiongozi wangu ameongea, lakini nataka kusisitiza kwamba sisi tulifanya uamuzi na tukasema tutakuwa katika huu muungano, tutakaa pamoja na viongozi wengine wote, na yule ambaye atachaguliwa, sisi Eugene ndio kiongozi wetu, na mmesikia akisema mwenyewe, yule ambaye atachaguliwa, kama atakuwa Eugene, sisi tutafurahi zaidi. Akiwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, pia tutafurahi. Na mimi naona nyinyi mtafurahi zaidi kama tutakuwa na Kalonzo Musyoka. Tukiamua ni yeye, mtasimama na yeye. Jambo la pili, tumeona intimidation, harassment. Wana harass huyu Mheshimiwa Rikiji kila siku. Wana harass viongozi. Mumeona wakipiga malalatia gas huko Kakamega. Wamepiga Mheshimiwa Eugene na team, tukienda Nzoia, tear gas Bungoma. Yaani wao wako na malengo ya kuharass viongozi wa upinzani. Na mimi nataka kuwaomba wajue sisi si waoga. Hatutarudi nyuma mpaka tukomboe nchi yetu. Mpaka William Ruto afanye nini? Tutatafuta njia fupi tukifanya pamoja. Nimesikia hapa JB akiongea mambo ya Sugoi. Lazima tusimpeleke na wheelbarrow, tutafute njia fupi ya kumfikisha wapi? Sugoi. Aende huko, alinde kuku wake, atengeneze mayai ile alikuwa anaambia watu alikuwa anauza mayai, arudie hiyo biashara. Angoje wakati sisi tukiwa na hawa viongozi katika serikali aone nchi ikitengenezwa. Harambee! Harambee! Kwa hayo machache, asante sana Your Excellency. Well done. Thank you. Basi niliona Kidhusio. Kidhusio oye! Tutaimba hiyo. Leo hakuna mtu mwenye haraka. Kabla ya kumwita ndugu yangu Deputy President wa awamu ya pili, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nilisema kabla. Comrades, peace. Thank you. Kabla Mama Doka zinaitwa Mama Boy pia. Okay. Kabla ya hiyo, wacha niwapatie salamu maalum. Nimepigiwa simu saa 1 asubuhi na ndugu yetu Fred Matiang'i. Wangapi anapokea hizo salamu za Fred Matiang'i? Akasema tutaenda katika kila pembe ya nchi hii tukiwa pamoja. Kwanza yeye anaamini muungano huu wa kukomboa Kenya, na anasema one time. Anasema one time. Lakini najua kuna mheshimiwa ametumwa na salamu fulani
kuna one of my good friends, serious party members, Ben Momanyi, akona mwenzake pale, watakuja at the right time, because kabla, in the very few moments, nikizungumza yale ambayo niko nayo, nimwalike ndugu Rigathi, nitahand over kwa magavana, bado hapa hatutoki haraka. Singa namna hiyo. Nikwaza tuemozie. Tuemozie. Mimi nataka niimbe. Ngoja kidogo. Comrades peace. Comrades wisdom. Basi. Niimbe wimbo wa Kidharaka. Wajue huko ni Rigiji. Imombozi awadhi wakwa. Nauma kwaza babu ndagana Nauma kwaza babu ndagana Hoye. Nauma. Sababu na tunania nia nyingi. Sababu moja ya watu wapa wa Sekuru na watu wa Kitui County, nyinyi mmekuja hapa kuja kwa aliyekuwa makamu wa rais, mkatembea barabara kutoka Mwingi, mkaona ile Kibaki na Kalonzo tulijaribu mpaka kufika Kamuongo, na kwa hesabu ya hawa Kasongo wanasemekana wameweka lami mpaka Kibaoni, yanaingilia na ile ingine ya ilitengenezwa na Duales Company. Quality poor. And yet Raila mwenyewe akiwa Minister for Public Works kwa serikali ya muungano wa Kibaki na Kalonzo na Raila na wale wenzetu, nilitembea na Raila mimi, nikatoka Mwingi tukapitia Usueni, nikawaambia hii ndio njia. Raila alifika Usueni, World Bank funded, pesa zilitolewa na Benki ya Dunia kufanya that research. Nyingine ilikuwa ipite pale Kibaoni iende Gatunga mpaka Maua mpaka Isiolo. Hii ndio barabara ya kuunganisha landlocked Ethiopia with our port city of Mombasa. Na hakuna anayejali. Sisi tunatoa ushuru, na tena tunatoa ushuru ule mkali, kwa sababu kupeleka bidhaa zetu sokoni, watoto shuleni ni problem. Kwa hivyo tumekuja hapa tuseme, wale walienda kuomba barabara kwa Ruto, shame on you. Wewe unatoa ushuru na unaenda kusema mtukufu rais, nataka barabara ile ambayo kwanza nataka wajue, nataka wanisikilize. Comrades peace. Mimi mwenyewe nilianzisha barabara nikiwa vice president kutoka Kibwezi, Mutomo, Kitui, ilikuwa ifike hata Mwingi, wacha ya Mbondoni mnaenda kuomba Ruto. Na ilikuwa ipitia hapo kando ya Mwingi, iunganishike na ingine ya kutoka Kamuongo, iende hiyo Gatunga kama Afsei, na nyingine ipite Kashe, ipitie Irira mpaka iunganike na watu wetu wa Embu. Lakini what has happened? Ati nasikia Ruto anakuja Mwingi. Tunasema karibu, lakini ukija Mwingi, we mwenyewe kwanza, watu wa Mwingi, Mheshimiwa Mulungi anajaribu kufika. Aliniambia akifika Mwingi atamuuliza
Ruto akiwasalimia atamwambia county ya Mwingi iko wapi, because alikuja hapa sema county. Kudanganyana wazi, kila kitu kiko mbaya. Sikilizeni, mimi na Rais Kibaki nikiwa vice president wa Kibaki tuliunda muundo wa ajabu ku empower the youth of this nation. Tukaleta duty free pikipiki za boda boda, because kumbukeni hadi wakati huo watu wa Western kwanza walikuwa wametia fora kwa boda boda ile baiskeli. Kumbukeni, tukaleta hizo baiskeli motorbikes zikaenda kila mahali. Lakini in 2024 idara ya pikipiki ambazo zililetwa Kenya za bodaboda ilipungua kutoka pikipiki 1,302 in 2021 up to 55,000 in 2024. Na kila pikipiki ya bodaboda inayoletwa nchi hii, mwananchi analipa ushuru wa 12,600 kila pikipiki. Na nyinyi hamjui hivyo? Aende asiende? Sasa tunaahidi kutoka hapa vijana wetu, because we know the next level sio kwamba mtu anatoka university na ile kazi anaweza kupata peke yake ni ya kuendesha pikipiki. La, we want to invest. Lakini investment kama ya Kithuki hapa na hapa Sekuru, Mheshimiwa Gavana Malombe tumeongea, watu wamestaajabu kulala Mwingi wamepata biashara. Hapa watu kwa sababu Ngema Integration Center ni hapa. Nawaalika watu watoke Mlimani, watoke Nyeri, watoke Kiambu, watoke hapa Meru. Hapa by the way, Mheshimiwa Peter Munya, we have 2 SACCOs. Resolution SACCO na nyingine zote from Meru ziko hapa. But come and invest, because integration will make peace, will make sense. Kwa wale wazee tumeona hapa Wangema kina Ndoto na wale wengine, it will make sense if we empower ourselves, sisi wenyewe kwa kuweka investment. Nakumbuka mzee mmoja anajaribu sana aitwa Nderitu. Pale Kithuki serikali ya Ruto hata wamekata kila kitu. Na tulianza hiyo irrigation, ni lazima itaendelea. Kumbukeni kuna project hapa ya Kibaki na sisi inaitwa High Grand Force. Iko hapa. High Grand Force is a Vision 2030 project. Hiyo ikiwekwa na Ruto liona hapo alijaribu angalau, lakini amesahau. Ninamwambia sasa, ukiingilia those investors from the UK ambao tayari wamekusanya pesa kutosha kuweka High Grand Force iwe effective na kuproduce 650 megawatts ya stima hapa. High Grand Force wa Tharaka naeta ibuka hapa tu karibu na ile shule ya Mama Malia. Hiyo italeta irrigation area hii yote mpaka Tana River. This is the future. We don't need you, Mr. Ruto, to come and do what you must do. We don't need you. We don't want you. Yes, because you don't even know what I'm talking about. Haelewi naongea juu ya kitu gani. Aende asiende? Hii barabara ya kutoka Kibwezi kuja Kitui, of course Uhuru aliweka bidii during his second term, and we know Ruto ndiye alipinga isitoke, imefika pale kwa siku. Alafu na mheshimu mzee Musila because anaelewa story. Alienda kuomba tena Ruto. Mwambia David, wacha, wewe ni mzee wa heshima, usiombe Ruto anything. Ni haki yetu. Mheshimiwa Jessica Mbalo ako hapa. Yule Mheshimiwa Jessica Mbalo mjumbe wa Kibwezi East. Walipigwa tear gas na akina Musila. Nikamwambia nimeanzisha hii barabara, Uhuru second term ikafika Kitui. Na ikapita Kitui kaja kwa siku. Sasa wanaenda kuomba Ruto atuwapatie 17 kilometers. Shame on you. Shame on you. We are going to do this road with Ruto going home. Tutaifanya kila mahali. We prioritize kila wananchi wa Kenya wapate haki yao. Ama sivyo? Umeona hiyo sehemu mpitia vijana kutoka Kamuongo to come to a place. Terrible road. Terrible road.
Sasa sikilizeni upande wa elimu. Mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mimi kama waziri wa elimu nilianzisha Higher Education Loans Board na nikamfanya governor hata wa sasa wa Baringo to the chief executive, first chief executive officer wa Higher Loans Education Board. Executive order number 1, tukichukua serikali, rudisha help, watoto wasome, wa university watu wasome kila mahali. Hata Ruto mwenyewe alisomeshwa. Education. Thank you. Ni lazima apate education. Executive order namba 2 ya kwanza, tumesema hiyo pamoja na wenzangu hawa, ushuru wa Ruto ambao anaibia watu vitu vyao na kuleta, hata nasikia juzi Mukuru kwa Jenga walienda kupatiwa ati rooms. Kwanza ni Uhuru alianzisha hiyo, na tena ile ambao walipatiwa. There's corruption everywhere, ufisadi kila mahali. Nasikia the following day only 1 room ilikuwa na occupant. Yani maajabu haya. Executive order number 1 or 2, kitu inaitwa housing levy tax nyumbani. Hakuna kitu kama hicho, because this is a work. Wawekezaji Kenyan investors will be able to put up houses. Hiyo peke yake itarudishia watu wa Kenya pesa mfukoni. I'm telling you, kila mwenye payslip, na ndugu Rigijia ataeleza hiyo, yule mfanyikazi ambaye analipwa mshahara mwisho wa mwezi, hakuna ambaye hali, na hawa ndio wengine hawakuamka kwenda kupiga kura. Nasikia ufununu kwamba wao 8 million ambao hawakupiga kura watakuwa watu wa kwanza kuanza kuamka saa 3 mchana, saa 9 mchana kwenda kupiga kura. And we want you to know, watu wa Kenya muwe na imani. We know this thing. We have the experience. We have the commitment. And we shall not relent, neither shall we surrender in making sure that William Ruto is one term na ufisadi Kenya unaisha. Wangapi wanakubaliana na mimi juu ya mambo haya? Wangapi wanakubaliana na mimi tena? Kwa hivyo hiyo declaration ya hapa Muna. And we are going very soon. We have our teams working. We are going to announce the name and the formation of our new winning coalition. Yani hata ile ya 2002 itakuwa kama, by the way, kama wanataka kumshika Rigiji, wacha niwaambie, yani William Ruto na timu yake wanataka kumshika ndugu Rigiji, waseme ati ameincite watu. Kitendo cha kumkamata Rigiji, I want you to know, Kenya kwisha, Kenya kwanza. Tutatoka katika kila pembe, tutaenda tuwafukuzeni. Why do you want to go ahead? Kwa nini mnataka kwenda nyumbani hata kabla ya uchaguzi? Mkijaribu kumshika Rigiji na hii mlima yote na Mount Kenya South, tuamuke tuseme muende nyumbani, mtaenda. Wataenda, wataenda. Wangapi wakimshika Rigiji wataenda nyumbani? So mambo ya matisho, wacheneni na matisho. Follow whatever you are able to do in terms of following the Constitution. Unfortunately for you, Mr. William Ruto, you sought to uphold the Constitution of Kenya. You saw, I must remind you, to uphold the Constitution of Kenya. And some of the things you are trying to do together with your fellow administrators in this failed administration. The Constitution, and they are impeachable offenses. Na itakoma hapo impeachable offense, it can even go to the International Court of Justice. Kumbukeni, tulisema this nonsense about abduction lazima ikome.
We are repeating it from here, nikiwa nyumbani. Ni lazima mkomeshe abduction. Na kama mnaomba msamaha, uwe realistic. You cannot give conditional apology. Conditional. Malala ameongea juu ya jambo hilo vizuri sana. Hatujasikia tangu Raila na Ruto waungane. Wale vijana Rex Masai tulimzika pale Machakos. Kama wazazi wake wamelipwa angalau ridhaa. Alipigwa risasi na askari wa polisi. Askari wetu wa polisi kabla ya kutupa tear gas. Nataka unisikilize because wewe ni mwananchi wa Kenya. Kabla ya kutupia Rigiji wa Malo na wenzetu tear gas, kwanza angalia tu your payslip. Ukiangalia hiyo payslip yako, ukiangalia hiyo payslip yako, na kama wewe ni mwananchi wa Kenya, utajaribu utoe grenade uzi imekataa, itaitopokea huko. Because you must also do justice to yourself and to your fellow citizens. Wangapi ananiunga mkono? Basi mimi nataka kutangaza, nimekuja hapa kuomba ruhusa niende safari. Nikirudi hapa nitarudi na ile nitakuwa nimepata. Na kuna visa nyamwe yu twasiane lile kita mana yu nyamoto imeadha mkudhu eto umeadha kate umeadha nyamone elekia kande na eleleka ama kwa za elelekia koko yolo nangamo lile kanyamba ito cho kiadhi changune ba lakini kiadhi kukite namba kwedhewa edhe ndwe na kibande Gen Z milioni 9 wapate ID. It is their right. Na ukipata ID, register immediately. Hata mimi nataka niseme, hii mambo ya IBC kwa hiyo tunaona wanataka kutafuta njia, hatutaki watumie hiyo kama excuse. Tunataka IBC in place as soon as possible. Ndio vijana sasa wakichukua ID, wachukue kura. Na tutasema kuwe na new voters register. Wangapi sema lazima register iwe mpya? Hiyo voters register itakuwa na vijana wa Kenya wote ambao wamedhulumiwa na serikali ya Ruto. Na wao watakuwa mstari wa mbele. Hivyo vituo vya kupiga kura 20,000. Kila kituo kitasimamiwa na bwana Gen Z ambaye tunajua hawezi kuongwa na walimu. Out of the 20,000 polling stations tunahitaji 2 faithful agents ambao hawezi kununuliwa hata ukiletwa ni milioni 1. Yani kwa hao jamaa kuunda serikali tunahitaji only 100,000 Kenyans who are committed. Gen Z mko tayari? Vijana hoye! Vijana power! Kenya power! Mungu alinde. Sasa simameni tumkaribishe ndugu Rigiji. Siakuru hoye! Siakuru hoye! Asante. Thank you, Gen Z. Asante sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais na mwenyeji wetu na viongozi wote ambao wamefika hapa, watu wetu hapa Mwingi, viongozi wote, akina mama, wazee, wasichana, vijana, vaito moyaseo. Moyaseo yenge. Moyai ni mseo. Na mavinda onde. Advaito muriaga.
Muriega rege. Asanteni sana. Mimi nimefurahi sana. Nimeandamana hapa na viongozi na mke wangu Pastor Dorcas. Tumefika hapa Sekuru kwenyewe. Si ndio? Atakuja. Comrades peace. Bas. I'm learning fast. Mimi niko na shukurani kwa hii safari yetu hapa ya kihistoria. Safari yetu hapa ya kihistoria ndio mwanzo mpya wa kuunda serikali ijayo ambayo itakomboa taifa letu. Sisi tumefika hapa kwa kiongozi wa kitaifa, Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Kiongozi ambaye amefanya kazi Kenya kwa miaka mingi. Kiongozi ambaye hawana lawama. Kiongozi hajaiba kitu ya mtu yeyote. Kiongozi ambaye tumemwangalia hawezi uwa watoto wetu. Kiongozi ambaye ni mtulivu, ambaye ni mcha Mungu. Na kwa hivyo tumefika hapa na niko na maneno ya kuongea na nyinyi Wakamba. Muko tayari? Niko na maneno kabla sijaongea na nyinyi Wakamba, kwa sababu mimi Mheshimiwa Kalonzo nataka niongee na hii watu yako, niwaambie maneno ndio wasiseme sikuwaambia. Leo ni leo, msema kesho ni Sekuru oye. Mimi nataka kwanza, tuko pale mlimani na sisi ni jamii ya shukurani, na tumekazwa sana na wazee. Tumechelewa kufika hapa Sekuru kwa sababu hii jamii yenu mlitutenda mema, na tukakasiwa sana na wazee ya kwamba katika Biblia kwa wale 10 waliponywa ni mmoja alisema nini? Sisi tumekazwa na wazee. Kwa nini hamjafika Ukambani Sekuru kusema asante? Kwa hivyo nataka nimwalike mama wetu Jane Kihara, ambaye ni mama wetu katika jamii yetu. Ndio ametumwa na jamii, ako na habari na ako na report. Ametumwa na jamii kwa Kalonzo Musyoka, kwa maseneta, kwa wabunge na jamii ya Ukambani, akuje alete shukurani zetu kwa niaba ya jamii. Mama Jane Kihara. Thank you, Your Excellency. Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, our great host. Excellency Rigathi Gachagua, Excellency Reverend Dorcas, Excellency Governors, na viongozi wote ambaye tumefika hiki kikao. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, niko hapa kukushukuru for hosting us. Lakini bali na hosting us, ile asanti ya kwanza, the thanksgiving that I have been sent by the people of Mount Kenya, ni vile ulitushikilia wakati Ruto alituumiza, akutahangaisha sisi, akatuletea aibu kwa mzee wetu Rigathi Gachagua. Your Excellency, your members of parliament and your senators, hao ndio waliturudisha nguo kama mlima, hata kama tumeteswa na watu wetu wengine. Viongozi, senators and MPs wa Wiper, tafadhali
msimame tuwapigie makofi kwa sababu walituziba uchi. Hao ndio walituziba uchi. Munisaidie tupigie hao makofi. 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 Asanteni sana. Munisaidie. Your Excellency, ilikuwa wakati wa kuudhi wa machozi vile tulizunguka Kenya hii tukifanyia campaign Ruto, tukiongozwa na Rigathi Gachagua. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, nimesikia ukisema ya kwamba Ruto saw to the constitution. Even that was a lie because he didn't believe in the constitution. Unakumbuka tukipitisha constitution alikuwa upande wa la. So hata hiyo ilikuwa uongo. Na Your Excellency, siku ile tuliweka kwa katiba ya kwamba president na deputy wawe kwa tiketi moja. Kuna kitu tulikuwa tunataka kutengeneza kama wa Kenya. Unakumbuka kuna wakati Moi alikaa 13 months without a vice president. Ndio ikasemekana ndio iwe shida kutoa your vice ama your deputy tuwaweke kwa tiketi moja. So what Ruto has done is to bastardize the constitution by telling people you can remove your deputy using money. These great readers refuse to take money. These great readers, and it was big money. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, as Mount Kenya, we will never forget that gesture. We will never forget that gesture. It was so painful. It was 1 by 1 vote. Mtu anasema yes. Yes. Unasikia kulia ukisijua vile Rigathi alizunguka Kenya hii. Yes, lakini viongozi wa Wiper wote walisema no. Sio wote, aidhuru. Lakini ile tena machungu sana. Ile machungu sana ni ya kwamba hiyo mjadala pia ililetwa na Mkamba. Can you imagine? Can you imagine? Your Excellency, that was a great gesture. Watu wa Mlima, we will never forget you. Na tunawaambia, mimi nimekuwa bunge na Stephen Kalonzo Musyoka. Tulikuwa na yeye muhula wangu 9, my first term. Walishikana vile tunasema washikane, wakaunda muungano unaitwa NAK. Siku ile alikuja. So he is a person who we can trust because he can sacrifice. So these guys here, we must watupatie kiongozi. Ndio hii Kenya ipone. Asanteni sana. Mungu awabariki. Wakamba nyinyi watu wazuri, mko na viongozi wazuri. Asante. Haya, asante sana. Haya, Gen Z, peace. Sasa Waitu,
Waito, nimekuja kusikiza ground. Ground ya hapa Ukambani inasema nini? Ate ground inasemaje? Ate ground inasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Arap Mashamba, wewe muongo, wewe mwizi, wewe Kasongo, asante sana. Mimi nataka niseme sisi tumekuja hapa na kikao ya leo hapa Sekuru, safari ya kuunda serikali ya 2027 imeanza. Sisi tumekuja hapa kusema huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka, tumeketi na yeye, tumeketi na Eugene Wamalwa, tumeketi na Fred Matiang'i, tumeketi na Martha Karua, tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana ya kwamba pahali Kenya iko lazima tusikizane na tupendane na tuketi chini tutoe mtu mmoja akuwe flag bearer ya kupambana na Kasongo. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba hii muungano wetu ndio itaunda serikali ijayo. Na kwa hivyo ni wazi ya kwamba Stephen Kalonzo Musyoka na nyinyi mtakuwa ndani ya serikali ijayo. Na tunaomba wa Kenya msituharakishe. Huyu Kasongo tunamjua. Tunamjua? Kwanza mimi namuonea IT. Ndio halali. Akinisikia halali. Hii jamani na msukuma. Ni msukume. Ni msukume. Ni msukume. Aende asiende. Aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Mimi naomba wa Kenya mtulie. Mtupatie nafasi, msituharakishe kutangaza flag bearer. Asiwekewe mawe kwa barabara. Si ndio? Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi na serikali ni kuu. Mmoja atakuwa president, mwingine atakuwa deputy, mwingine atakuwa prime, mwingine atakuwa speaker. There is enough space for all of us. But the most important thing, ndio Kenya iendelee, Ruto must. That is the most important thing. Na yeye ana shida akitupigia kelele ati hatuna agenda. Tuko na agenda. Agenda ni kufukuza yeye kwanza. Kwa sababu Ruto ndio tutengeneze uchumi. Ruto lazima afanye nini? Ndio turekebishe maneno ya matibabu. Lazima Ruto afanye nini? Ndio tuokoe dignity ya payslip. Lazima afanye nini? Ndio tumalize mambo ya mauaji ya watoto. Lazima afanye nini? Kwa hivyo ndio Kenya irudi laini. Ndio turekebishe uchumi. Turekebishe mambo ya matibabu. Hao watoto ya Gen Z wasome. University ikuwe sawa. Hiyo maneno yote hawezi yawezekana Ruto akiwa kwa kiti. Kwa hivyo William Ruto, wewe usitupangie agenda. Wewe panga agenda yako ya wizi. Panga agenda yako ya kuua vijana. Sisi tuko na agenda. Na agenda ya kwanza ndio Kenya iboreke. Ndio kazi iendelee. Ndio Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one term. Harambee. Watu wetu wa Ukambani. Politics is a game of mathematics.
Tumekubaliana? Politics is a game of mtu asikudanganye. Ni hesabu. Na lazima tufanye hesabu. Na hesabu tumefanya. Na hesabu imekamilika. Nyinyi nataka kumtangazia yenu, sasa mfanye yenu. Wengine mtuachie yetu. Unajua huyu William Ruto anamdharau huyu Kalonzo. Si mnajua? Na anadharau Wakamba. Ndio uliona Mudhama amekuwa chairman ya UDA. Kuliko ampatie kiti ya waziri akamtuma huko bunge. Na kusema hii Wakamba hakuna haja ya kushughulika na hao. Sasa mimi nataka nyinyi, siku Kalonzo ametembea na Raila, yeye na jamii mumefanyiwa madharau, kweli ama uongo? Wakati ya jamii ya Wakamba ya kurudisha heshima yao imefika. The time is now. The time is now. Na mimi nataka nyinyi, huyu Kalonzo Musyoka na hii Wakamba William Ruto anadharau, nataka mfundishe yeye adabu kwa debe. Na mimi nimekuja hapa kusema tumekubaliana tutafanya kazi na huyu Kalonzo. Na sisi ni watu ya shukurani. I want to assure you, kama huyu Kalonzo na Wakamba watapata madharau, haitatoka kwetu. Sio sisi ni wangwana. Huyu Ruto tulimfanya heshima, tukamsaidia akakuwa rais, akatuonesha madharau. Huyu Kalonzo na nyinyi mumeoneshwa madharau. Sasa watu wale wote wameoneshwa madharau, wameshikana, wameungana. Na sasa ni kazi yetu kufundisha hao adabu. Nyinyi mkikubali, mujiandikishe kura. Na mkijiandikisha, mtoke mpige. Kwa sababu last election hamkupiga, mlipiga 66%. Lakini inaeleweka kwa sababu huyu kiongozi wenu alikuwa ameonyeshwa madharau. Si alikuwa ameitwa interview? Ati anaulizwa jina yake. Ati kama hako na bibi. Ati kama hako na kitambulisho. Ni madharau si madharau? Ni madharau si madharau? You cannot disrespect a leader of an honorable community. A community that is hardworking. A community that has respect. Unaibisha jamii na kiongozi wao. Mimi nataka mkikubali, tushikane na nyinyi na Wakenya wengine, turudishe heshima ya jamii ya Wakamba. Na hiyo heshima mtarudisha na kujiandikisha kura. Hapa Kitui, Makueni, Machakos, Taita Taveta, Mombasa, Kilifi, Nairobi, Wakamba wako kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Na tumepiga hesabu, mkikubali kujiandikisha, mko na kura milioni 4. Na hiyo kura milioni 4 peke yake ndio tunahitaji. Kwa sababu ingine yote tumesanya. Tunangoja nyinyi. Hii safari ya Kasongo kama itatushinda, lawama ni kwenu. Kama Wakamba. Wakamba mko tayari? Mko tayari? Na mimi nataka kumuomba. Tumekuja hapa kuomba nyinyi mupatie sisi huyu kiongozi sasa, twende na yeye tukatafuta serikali. Mtatupatia? Mtatupatia? Mtamshikilia hapa nyumbani? Mtamshikilia? Na tukubaliane, hakuna kiongozi, hakuna jamii haina kiongozi. Huyu kiongozi akuwe ndio anawika hapa. Na akuwe ndio mlango ya kuingia hapa Ukambani. Si ndio? Unajua Ruto anadharau nyinyi. Anasema ati kiongozi ya Wakamba ni Kawaya. Ni madharau si madharau? Ni madharau si madharau? Unajua niliuliza yeye, nikiwa naibu wake nikamuuliza,
mbona huyu Mudhama ungempatia kazi kubwa akushikilie kama kiongozi ya kwamba kama hutaki huyu Kalonzo? Akasema bwana, wachana hiyo Mudhama, si Kawaya iko hiyo, ndio kiongozi wa Wakamba. Ni madharau, si madharau? Sasa alikuwa amepanga kuja hapa Ukambani. Hao viongozi wakaenda kumuona pale State House, wakamwambia ngoja kidogo tukutafutie ile uongo utaenda kuambia Wakamba, kwa sababu saa hii ukienda utapata shida, kwa sababu hakuna kazi imefanyika. Iko barabara Ruto amejenga, iko maji, iko stima. Sasa akaambiwa na akina Kawaya, wacha tukusaidie tuunganishe mawaya, tukutafutie uongo ya kwenda kuambia Kwa hivyo uongo inatengenezwa pale Ikulu. Sasa akija, niibie nyinyi si ama nisimuimbie? Nimchanue ama nisimchanue? Sasa alikuja pale kwetu Mlimani. Mimi nikapima, nikaona hii mtu ako na pesa mingi. Na kwetu wanasema ndovu hawezi sikwa na pembe, lazima ungoe nini? Sasa pale kwa Mlimani nikaongelesha watu kilugha, nikaita redio inaitwa Inoro, nikawachanua, nikasema hii mtu anakuja kudanganya nyinyi, msisikize uongo bure, kusikiza uongo ni bei kali. Nikaambia hii Wakikuyu na Wameru na Waembu, kwenda mkutano yake ni ngiri 2, kumsikiza. Kupiga makofi ni 1000, kucheka ni 500. Sekuru wewe, sasa nyinyi nataka kuchanua nyinyi. Sasa pale watu wetu walinyoa yeye shilingi bilioni 1. Alipoenda watu wakarudi nyumbani, wakasema hatuwezi zika ndovu na nini. Hakuna hata kura moja aliongeza. Watu naendelea kusema mambo ni 1. Sasa nyinyi Wakamba, kama atakuja mjipange. Mkiambiwa na machiefs muende, unasema kabla utoke nyumbani upatiwe 2000 uachie mama. Tumekubaliana? Na msikubali kudanganywa na waheshimiwa. Watapeleka nyinyi, wapewe pesa, wakule, wasime simu, murudi nyumbani. Kabla hujaenda mkutano ya Rais William Ruto kusikiza uongo, ukuwe na pesa kwa nini? Wangapi wanakubaliana na mimi tufanye namna hiyo? Sasa mkipata kitu mtanikumbuka. Si nimechanua nyinyi? Mkipata kitu mtanikumbuka. Hakuna Mkenya tena. Tunataka kusihi wa Kenya, msikubali tena kwenda mikutano kusikiza uongo ya William Ruto unless alipe, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara. Sio ni biashara? Alipe, aongee uongo lakini itakuwa ni makosa, utakuwa umejikosea sana kama mzee, kama mama, kwenda pale sokoni kwa jua kusikiza uongo for 3-4 hours bila kulipwa. Utakuwa umejinyima heshima. Nitoiguidhania? Nitoiguidhania? Kwa hivyo ya mwisho mimi niseme, sisi tumejipanga vizuri. Na mimi nataka ni confirm, siku huyu Kalonzo atarudi hapa Sekuru, atarudi hapa na heshima ambaye inastahili kiongozi. Na nimemwambia mchana, kama huyu Kalonzo atapata shida, labda ajiletee mwenyewe. Sisi tutamheshimu na tutakaa na yeye vile watu wanatakana wakae na rafiki na kiongozi. Sisi mambo ya kumdanganya na kujifichania hatutaki. Ile tu tutaketi tusikizane, ni nani atabeba bendera, nani atamsaidia, nani atakuwa. Na kwa hiyo timu yote tutakaa sawa sawa. Tumekubaliana? Mtajiandikisha kura? Mtashikilia huyu kiongozi? Mumetupatia ruhusa twende na yeye tukatafute uongozi wa Kenya? Tumekubaliana? Kwa hivyo yangu ilikuwa ni hayo, ya kwamba the formula iko ya kufukuza Kasongo.
na nyinyi mtakuwa ndani ya serikali. Kazi ile imebaki iko kwenu sasa. Jenzi mpo? Jenzi mpo? Nyinyi Jenzi ndio dawa ya Kasongo. Kwa hivyo mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura, na kwa mtandao mtusaidie, si ndio? Kwanza hii Kasongo anaogopa nyinyi sana, anaogopa nyinyi sana kwa mtandao. Kwa hivyo mimi niseme kwa sababu ni hayo nilitaka kuja kusema. Sisi na nyinyi atakuja, nyinyi watu ya Ukambani na watu ya Mlima ya cousins, si ndio? Tumeenda hasara kubwa sana miaka mingi kwa sababu hatukuketi pamoja. Sasa tumejua siri ya kufaulu ni sisi na nyinyi kukaa pamoja na kuongea, na sasa mambo yetu itakuwa mzuri. Lakini tunasema hatulalamiki, God's timing is sasa tumejua siri ya kufaulu ni sisi watu ya Mlima na nyinyi, we stay as one. Then tujiunge na watu ya Mlembe, tujiunge na watu ya Maa, tujiunge na watu ya Bagusi, ndio Kenya hii yetu itembee. Na mimi nataka to assure you, tukiwa pamoja mtafurahi. Na mimi tangu 2002 nimekuwa kwa hii siasa, sijakuwa pande ya kushindwa. Pahali unaona mimi ndio ushindi utakuwa. I am not just an ordinary politician. I am a political scientist. Yeah? Na mimi najua kupiga hesabu ya siasa. Even when my brother Uhuru Kenyatta wanted us to support Raila Odinga, nilipiga hesabu nikamwambia haiwezekani. Na tukakosana na ni rafiki yangu, kwa sababu mimi siwezi ruka pahali hesabu iko. Mimi nakaanga pale ya hesabu, kwa sababu hesabu is scientific, is a formula. Hesabu na formula ya kufukuza Kasongo iko hapa. Unless matter is done, it is too far away. That is the only disappointment. 2 years, a long time. Haki ya Mungu, hii uchaguzi ingekuwa kesho, tungenyewa hii mtu, ndio. So I want to assure the people of Ukambani, and this is a message mwende nayo nyumbani, that you are on the right side of history. And if there are people who need to be in government, ni Ukambani people, because you need water for drinking and irrigation. Mko na kazi hapa ya barabara, mko na kazi ya stima. Tafadhali ndugu zangu, dada zangu ya Ukambani, stay behind your leader Kalonzo Musyoka na hao masenators wetu, alafu tuketi pamoja tuunde serikali na kila mtu atafurahi, kwa sababu kutakuwa na maendeleo inaonekana. Tumekubaliana? Ya mwisho nitoe shukurani kwa senators wetu watatu and the members of parliament. Vile Mheshimiwa Jane Kihara amesema, mlitoa sisi aibu. Ruto tulimsaidia akatuaibisha kama jamii. He humiliated our community, embarrassed us on TV and before the whole world. And the people of Ukambani, whom we are not supported, came and said, no, this is wrong. Let us protect the dignity of the mountain people. For that we remain forever grateful. Na nimemwambia sisi ni watu ya shukrani. Sisi ni watu ya shukrani. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Niite Mama Boys amsalimie. Haya Mama Boys kuja. Adwaito Murega rege. Bwana asifiwe.
Nyinyi boys, baba akisema mama anaketi chini, na ninawapenda sana. Wacha baba aendelee. Thank you very much for your love. Aya, Harambee! Wala Kasongo! William Ruto wewe! Wewe Arap Mashamba! Wewe mwizi! Wewe muongo! Wewe mtu ya kudharau Kalonzo! Mtu ya kudharau Wakamba! Aende asiende! Aende asiende! Atembee asitembee! Wangapi wanasema Kasongo aende? Sasa nyinyi Wakamba, hii Kasongo mnasema aende, mtaamuka saa ngapi kumfukuza Ati saa ngapi? Ati saa ngapi? Saa 9? Saa 9? Bana. Saa 9 mtachelewa. Saa 9 mtachelewa. Hii Kasongo ni mtu ya saa 8. Wangapi wanasema saa 8? Saa 8. Asanteni sana, Mungu awabariki. Baitui mwegwende to. Emeana masia rigiji sawa kabisa. Wangapi wananipa ruhusa sasa tuondoke tukamalize hii maneno ya kazi? Nataka nione tena wangapi wanasema sasa Kalonzo kwenda Kenya nzima. You know, one word. What is before us is not a matter of ambition. It is a matter of assignment. Comrades, wisdom. It's a matter of assignment. And this is a divine assignment. Now, I want to hand over to Mheshimiwa Robert Mbui, pengine tuite magavana, lakini unikubwele tukumbue, kuna watu lazima niwatambue, ambao wanaenda. Mheshimiwa Joe Mutambwe wa Joe. Nilimwona Joe Mutambo, makofi kwa Joe Mutambo. Nimeona Mheshimiwa Jamlek Kamau, rafiki yangu tuita na mwana hiya, alikuwa mjumbe wa Kigumo huko. Nimemwona Mheshimiwa Kisini, Mheshimiwa Mweu, Mheshimiwa Moe Bala, the ones who are Mheshimiwa Moe Bakubi, Mheshimiwa Mweu, Mheshimiwa Monube zingiza, Mheshimiwa Mweu, asante sana. Mheshimiwa Monube, can we recognize Mheshimiwa Monyaka? Netu kwa Monyaka, na asante kwa msimamo Mheshimiwa Monyaka. We spoke. These are former MPs. Nipatie majina. Niandike. I think that Mheshimiwa Mbui now tupatiane majina so that he can recognize the others. Na pia ma MCAs wako hapa kwa wingi. Mheshimiwa Mbilu akuje ndio tujue ma MCAs. Mheshimiwa Speaker Mbilu. Asanteni Mheshimiwa Robert. Thank you. Yeah, thank you very much, Your Excellency. Sasa ningependa tutulie kidogo. We'll do this in the next 10 to 15, maximum 20 minutes tutamaliza. Ningependa kwanza kabisa kuanza na magavana wetu, na nitakaribisha gavana wa Kitui County ili tukaribishie governors wenzake. Karibu sana Gavana Choma. Mheshimiwa Vice President Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Deputy Presidents, and all protocols observed. Kwa sababu ya wakati, nataka kusema sisi hatuna mambo mengi. Kama governors, senators, MPs na MCAs ambao wanatoka sehemu hii ya Ukambani, tulikuwa tumekuja hapa tuungane pamoja na party leader wetu wa Wiper na kiongozi wetu sehemu hii ili tukaribishe waheshimiwa na viongozi wengine.
ili tupate kuwasikia, na hiyo imefanyika. Lakini ni rules. Allow me to call very quickly the other governors who are here together with the deputy governors so that they can say their name. And we are going to start with the governor of Makueni. Your Excellency, Your Excellency. Mpigieni makofi. Tafadhali, let us clear the VIP stage. Tuketi kwanza tusikize viongozi wetu. Tungoje kwanza tafadhali. Let us clear the place. Tafadhali. Yeah, Governor Makueni, mpigieni makofi. Karibu, karibu Governor. Thank you. Kamba hiyo tena. Mwatina. Mwaine museo. Mavina onde. Comrades, power. Arambe. Asante. Sisi mtatuwia radhi kwa sababu tumechelewa, na mtawia radhi kwa sababu lazima tuende. Mimi na Senator Maanzo. Kwa hivyo Senator Maanzo azungumze. Kabla Maanzo, Deputy Governor wa Makueni, kuja ujiintroduce. Kuja. Wete sietwa. Arambe! Asante. Kwa majina naitwa Lucy Molili, Deputy Governor wa Makueni County. Asanteni. Ya mtumiosi nde uchondole. Anataka kusema hivi, kama kulikuwa msamaha ulikuwa unatakikana, badala ya kwenda Kisumu kufungua manyumba ambayo hayaisha, rais angeenda Kenyatta, wale wajenzi walipiga risasi hapo na bado wako hospitali. Kutoka hapo angeenda City Mortuary ashughulikia wale wengine waliua na bado wako hapo vile watazikwa. Harambee! Asante. Asante. Arambe! Arambe! Bas. Ndeto nisio isu. Ninena kwa kuwe. Jambo ambalo limefanyika leo ni la historia. Kwa muda mrefu jamii hii imetengwa. Kwa muda mrefu tumetafuta hawa Adhoni Maitu na leo wako hapa. Adhoni Mayoka ni mwamona ni mukwati ya Kalonzo mbona ina mwoko la mukwati ya Kalonzo. Deputy President Rigathi Gachagua, sleep well. There is no statement you made that is an offense known in Kenya. Enda ulale vizuri. The second one, jamii ya Wakamba, wa Kikuyu, wa Embu, Mbere, what? Hiyo ndio the real tyranny of numbers. Na tukishikana sisi wote, we can offer direction to the country. We can also become an economic bloc. Kwa sababu sisi ni majirani, tunafanya biashara pamoja. Sisi kama magavana, mimi nikiwa mbele, tutasimama na nyinyi. Na musikubali kugawanyika, kwa sababu hawa wananchi wote na hawa Gen Z wanawategemea muwakomboe. Sema comrade power! Arambe! Arambe! Mwayamu ikeneza na imani masante. Comrade power! Comrade power! Sasa wacha nimuite Deputy Governor wa Kitui na nawauliza wale Deputy Governors wengine wa Machakos. Yule wa Makueni ameshazungumza kidogo. Deputy Governor wa Machakos mkuje, na Governor wa Machakos pia kuja. Okay. Deputy Governor ameniambia niite bosi wake, Governor wa Vinya. Hebu kuja kwanza.
Comrades, peace. Mimi niko na mambo mawili ama matatu. Ya kwanza ningependa kumwambia Mheshimiwa Rigathi Gachagua, sisi tunashukuru sana vile mmekuja hapa kuturudishia shukrani kama jamii ya Wakamba. Ndio tulisimama na wewe, na kama kuna mmoja wetu alikukosea, aliwakosea jamii ya Wakikuyu, mimi na sisi wote tunaomba pole, lakini mjue nyinyi ni mandugu zetu na tunawapenda sana, na tumejua formula. Sisi wote tukikaa pamoja, ushindi utakuwa wetu katika jina la Yesu. Kingine, sisi kama jamii ya Wakamba tumeamua kumtoa mtoto wetu atoke nje sasa akaombe kura. Mbaito ni mwete kila Kalonzo wa Musyoka au male akatia kula. Ni mwete kila kwa mbonina mamo kana mwete kila. His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hapa tumekuja kukuambia toka nyumbani sasa. Hapa ni kwako. Hakuna mtu anaweza kuingia hapa. Toka nje, enda uombe kura. Ili ito kwate ya Mbeki, kana mwasi hata. Teyo kwate ya Mbeki, nito kwate ya Kalonzo. Kama sikata wakakeka hata. Wale wamezoea kudharau jamii ya Wakamba. Wakati wa kudharau Wakamba umeisha. Tunawaambia mwacha kutuita sisi watu wa ndengo. Tunaelewana? Madharau ya kudharau Wakamba imeisha, na mtaona 2027 kuandikisha hizo kura kwetu ni kitu rahisi sana. Hawa vijana wetu wataandikisha kura, na kura tuko nazo. Your Excellency Gachagua, nataka kukuambia kura zetu tunajua ni 4.5 million. Na hizo kura zote take it to the bank. Hata wamama wetu wale wako huku nyumbani, tutawaambia wote waende wachukue kura. Wale wana vitambulisho, tutahakikisha nao waheshimiwa wote tumewachukulia vitambulisho ndio waweze kuenda kuchukua kura. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Kalonzo eta utabisie na ndio utabia enge chukudhia bau uyenda noteka hata temukudhia ba ayenda noteka hata, lakini yete yenda akamba menda Kalonzo wenda kananda menda tenda muyenda kwa uwe mali yake atie kivila. Asante ngaina mwadhime nina deputy governor wa baba na akeni kwenda mukerie. Aya, baitu mwaseo neoselelo bungabana wagwa. Yes. Neoselelo bumunene wagwa wazia na siali muyanenga munene mwana athiaga manthe nayo alama na lea nile na mwea wachama alame othalau Kalonzo wa Musyoka dongo yaitu pa Ukamba nayo mwigana mwata ando asuma manechuma na tuikia wajue iyo walitutendea. Kiongozi wetu akituongoza na tukiketi kama chama cha Wiper tukasema Rigiji asiende nyumbani, lakini wakandanganywa wakachukua pesa na wakafanya hayo. Hao PO Box on. Jambo la pili na la mwisho hapa Ukambani mlango ni mmoja, na huo mlango ni Kalonzo Musyoka. Ikiwa kuna mtu yeyote akona nia yeyote ya kisiasa, tuko na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka akisema forward tunaenda forward, nyuma, kando. Hapo tuko pamoja. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Comrades, kwa majina ni Augustine Wambua Kanani, Deputy Governor Kitui County. Asanteni, karibu Your Excellency. Gojeni
nataka kusema yale nitasema kwa Kikamba. Baitu ni mweua undu twatabua twewa kivila ndikitu no ithietu kwithia twikwete twiyandikithie kukunakula twose ibande ala tutena ibande na tuchuma luka muthenya wa ukunakula saa nyanya cio tuku na ve kindu kingi kitana wetwa ngwendo weta na tuisuvia ikula cikang'ewe alame kwacia tukasuvia kula cikang'ewe ni muvea nundu wevinda eka nimete senators no ekanite honorable Mbui nikanao selele kipindi kumavu. Asante sana. Asante sana, makofi kwa governor wa Kitui County. Sasa nataka kuwaitia senator wa Kitui County ndio wakaribishie senators wenzake wote. Karibu sana Senator Enoch Kiyo. Alama mwitela mwiyai makeo wa vinyawo makambatanazwa tandio utandio makase mateunoa makatambuka mateunya la sambundesya asambundesya kwete la Kristo manyesya Kristo manyesya kwete la vevambundesya vevambundesya kwete la vijana vijana nyinyi mpo chonjo mko gangari mko tayari Harambe! Harambe! Haya, mimi sitakuwa bwana kuongea, ile nitafanya. Nataka niite masenators wenzangu ambao wamekuja hapa siku ya leo. Hapa tuko nyumbani, hakuna haja ya kuongea maneno mengi. Ile ya kusema ni moja tu, the senators come. Senators please, come. As the senators come, nataka niseme jambo moja. Sisi Wakamba wa huku Kitui tuko na sababu ya kupeleka Ruto nyumbani asubuhi. Kwa sababu yeye pale Mandongo hapa karibu hapa Ngomeni wamewaachilia watu ambao wanalisha ngamia kuja kuua watu wetu. Juzi kijana mmoja Gen Z wa 17 years wamempata akisoma Biblia usiku, wakachinja yeye. For that reason, Ruto must go. Sawa? Mnasema Ruto must go? Ruto must go. Nataka nisikie na sauti kubwa. Ruto must go. Ruto must go. Senators na wangoja mkuje tafadhali senators. Sasa nataka ni introduce senators ambao wamekuja hapa tusalimie. Itungati wako hapa wengi hapa. Tutaanza na ngoja. Si tulia. Comrades peace. Sasa tuko na senator wa Murang'a Joe Nyotu atusalimie na aseme mawili. Joe Nyotu. Asante sana my leader. Baitu mwaseo yengi. Asante, hatuna mengi, mnajua wakubwa wetu wameongea. Sisi ni kusema kwamba tunaendelea kusema one term. Na niambie the principles that today somebody is going to tie diapers because they are scared. Na kwa hivyo mimi sitaki niongee mengi, lakini niseme ICC kama mtu ameletwa mbele ya mahakama na anakiri kwamba alifanya makosa, unamhukumu. William Ruto jana amekubali aliua majenzi, amekubali aliabduct,
tunasema ICC act on this criminal. Asanteni sana. Makofi kwake Senator wa Laikipia John Kinyua. Harambee! Harambee! Mimi siku ya leo nimekuja kushuhudia historia ikiandikwa ya kwamba Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi na viongozi wote wameungana, na sababu yao ya kuungana ni kupeleka Kenya mbele na si kuhusisha mambo ambayo tunapitia wakati huu. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sisi tunakukaribisha kwetu na tunasema mfanye kazi na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Harambee! Asanteni sana na Mungu awabariki. Na kwa hayo mengi au machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu awabariki sana, apobariki asisahau na mimi John Kinyua. Asanteni sana. Asante sana Senator Nyandarua John Edu. Harambee! Harambee! Sisi ni jeshi ya kutoka huko Mount Kenya, jeshi ya Wamunyoro, na mambo imesemwa hapa tumekubaliana nayo yote. Mimi ile kitu nimetaka tu kusikia na nimefurahia sana. Kwa ule bishop mwenye alituhubiria, alituambia mkiwa na shida, mkiwa na mgonjwa, mnatoboa mabati, mnateremsha mgonjwa yenu na anapona hapa chini. Sasa sisi tuko na mgonjwa anaitwa William Ruto. Tutatoboa mabati, tumteremshe hapa kwao Sugoi, aende nyumbani, aende asiende. William Ruto alisema ati anataka tambili. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kama Mheshimiwa William Ruto anataka tamu ya pili, mambo ni mbili. Ila arudi shule akasome, huko ndiye atapata tamu ya pili. Ama muweke jera, amalizie tamu ya pili hapo ndani. Mwisho kabisa, William Ruto alisema ati mambo yake, acha na Oscar Sudi, mtu hajaenda shule mimi hapa. William Ruto alisema mambo ni matatu. Hata sisi tunataka kukubaliana mambo ni matatu. Jambo la kwanza, ajiondoe. Jambo la pili, ajinyonge. Jambo la tatu, tumuondoe. Aende asiende. Asanteni sana. Harambee! Harambee! Mimi message yangu ya mwisho ni kwa principals wetu. Mahali tumefika sasa, Wakenya wamesema mtembee mkiwa kitu kimoja. Itakuwa ni jambo la kulaaniwa na Wakenya wote kama any one of these principles will walk away from this coalition. Watembee pamoja, wakomboe Kenya yetu. Mnasema namna gani? Na mimi nauliza His Excellency Kalonzo Musyoka, kwa sababu sasa yeye watu wake wamwambia atoke Sikuru aende Kenya. Tumwambie the next time he comes back home atuletee serikali. Ama mnasema nini? Mnasema nini? Asirudi huko aende akatuletee nini? Atuletee serikali. Asanteni sana. God bless you. Asante sana, mpigie Senator makofi. Sasa nataka kuwakaribishia mbunge wa eneo bunge la Mwingi North, ndio tukaribishie wabunge wale walipika. Mheshimiwa Paul Zengo engineer, karibu. Asante. Harambee! Harambee! Asanteni sana. Nafikiri nitaomba wabunge wote wa National Assembly tafadhali mkuje, kwa sababu muda umeenda. Kuna watu wametoka Mumoni, kuna watu wametoka Dhagishu, kuna watu wametoka Kiuso. Kwa hivyo tunataka tumalize hii function haraka. Maneno ambayo imesemwa na viongozi wetu tunakubaliana na tunasema tuko nyuma yenu. Vile mtaamua ndio tutafanya. Haya, mtulie vijana, mko sawa? Haya. Basi tutaanza na wabunge ambao wametoka nje ya Ukambani, na ule ako karibu na mimi ni Wandeto. Harambee! Harambee! Mimi naitwa Wandeto kutoka Tetu, pale kwa Dedan Kimathi na Wangari Maathai, mashujaa wa hii nchi. Na pale Tetu sisi sote tunasema one term. Sawa sawa. Kesho pale kwangu wamepanga hiyo mkutano ya empowerment. Ile pesa ya wizi
na kama vile Ligejia ametuambia, hata mimi nimeambia watu wangu waamke asubuhi na mapema, watu 20,000 kila mtu apate 5,500, kesho tuwanyoe milioni 100. Harambee! Harambee! Sasa sisi tunasema ndugu zetu wa Ukambani, sisi pale mlima tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Harambee! Harambee! Mimi naitwa Munyoro kutoka eneo bunge la Kigumo, huko ni Murang'a, na sisi tumekubaliana na yale yote yamesemwa hapa. Tumekubaliana na yao na tunaendelea kuwashukuru. Mmesimama na sisi, tutasimama na nyinyi. Lakini pahali tutakosania nikibadilisha mwenendo, mseme tu badala ya nini? One. Mungu awabariki. Harambee! Siski harambee! Kwa majina naitwa Meja Donk Benjamin Gadhiru, mbunge ya Embakasi Central huko Nairobi, ama area ya Kayole. Kwanza ni washukuru kwa sababu mmetukaribisha vizuri na tumefurahi. Tuseme vile viongozi wetu wamesema, hiyo ndio tutaendelea kushikilia. Niwarudishie watu wa hapa Mwingi shukran, kwa sababu Engineer ni rafiki yangu. Tulikuwa na yeye ile bunge ingine, tumekuwa na yeye hii bunge, na nawaomba muendelee na yeye kwa sababu najua ni mtu mzuri. Pia tuendelee kushikilia watu wote wenye wanasema wenye wanasema nini? Mungu awabariki. Harambee! Harambee! Mimi kwa majina naitwa Mwago Mosmaina, mbunge wa Starehe constituency pale Nairobi CBD. Pale penye Kasongo waliua vijana wetu, akamwaga damu hapo, na ili kuwapea familia pole, wale waliua 2007 na wale waliua last year, kuwapea pole, tutampea pole 2027 kwa debe. Tuamke mapema na tuwape pole kwa kutuma Kasongo nyumbani Sugoi, alafu after miezi 2 tumweke kamiti, alafu situmalize, si ndio? So mimi nasema vijana fire, vijana fire, mko tayari sasa tupiganie taifa? Mko tayari tupiganie taifa? Mwambie hakuna mtu anamuogopa, si ndio? Asanteni sana na Mungu abariki sana. Harambee! Harambee! Jina ni Kagushia, Mukurweini constituency pale Nyeri wa Munyoro. Sasa mkisikia mamba akisema ya kwamba kiboko ni mgonjwa, lazima muamini kwa sababu mamba ndiye anaishi kule na kiboko kule kwa mto. Sasa ukisikia Rigijia akisema wakiwapa na Muturi wakisema ya kwamba yule Kasongo pile yuko na shida, mjue wanaongea ukwe. Sisi tunasema ya kwamba walisema huyu Rigijia ndiye shida, watamtoa ndio shida ya Kenya iishe. Imeisha. Nimesikia Junet Mohamed pale juzi akilialia pale bunge, analia akiuliza nani atatutoa kwa hii shida? Nani atatutoa kwa hii shida ya Rigiji? Nani atatutoa kwa hii monster? Mimi nataka kukuambia wewe Junet Mohamed, kulia ujalia, bado hatujaanza. Hii itakuwa shida kwenu kwa sababu mlidanganya wa Kenya na mnajua ya kwamba Rigiji alikuwa anasimamia ukweli. Sasa watu wa hapa Ukambani, watu wa pale Mount Kenya na watu wote wa nchi ya Kenya tunashikana tukisema ni one. Ni one. Comrades power. Comrades power. Harambee! Harambee! Mimi naitwa Kamanda Mwafrika kutoka constituency ya Roysambu, Nairobi County. Roysambu. Nataka niwapatie analogy ya wakimbiaji. Si mnajua wakimbiaji? Wakimbiaji wakiwa kwa uwanja wanaambia kwa hivi, get into your marks. Mtu anakaa mahali sasa ataanza kukimbia, si ndio? Get into your marks. Alafu wanaambiwa get set
get set, alafu wanaambiwa pa go. Leo tumekuja hapa kumwambia Kasongo get into your marks. Get into your marks. 2026 tumwambie get set. 2027 tumwambie. Mungu awabariki. Haya basi, tutaanza na Makueni. Wabunge wa Makueni mkuje mbele hapa, tukianza na Jessica. Naitwa Jessica Mbalu, mbunge wa Kibwezi constituency na chama cha Wiper. Maneno mbili tu yangu niseme, kuja hapa Seikuru huku ni njia ya kuonesha Mungu anatupeleka pahali. Tumekuja hapa tukimkaribisha Mama Boyce na Rigiji. Sisi ndio tulisema pale bunge finance bill, vijana mkakuja pale tukakula chumvi, mchele bila chumvi na nyinyi, si ndio? Na sisi tukasema emergency, mlituambia mkipeleka Gachagua nyumbani hata nyinyi muende. Sisi hatukumpeleka. Asante kwa wale wamekuja kusema asante. Tuko safarini pamoja. Watam! Asante. Toto si toto. Asante. Kwa majina na Engineer Zambia, member of parliament Kilome. Watu wetu Harambe. Yangu itakuwa rahisi tu, na nataka kurudia ile nimekuwa nikisema. Sasa hapa tuko leo, mumeona wasi kama president wetu wako wapi. Kwa hivyo ile kitu tumesema kama wambunge sisi na governors na senators ndio kuendelea na kuweka ile ngulu. Si mnajua ile super ngulu. Tuendelee na kuwaombea wakae pamoja kama super ngulu. Hapo ni sawa sawa. Harambe. Namna hiyo. Harambe. Mimi naitwa Joshua Kiminu. Mimi ndio mbunge wa Gaiti kutoka huko Makueni. Leo nimeona Ruto akisema ako tayari kufanya kazi na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mimi namwambia Kalonzo hayuko tayari kufanya na mtu anaoa jenzi wetu, ako tayari saa hii na ako busy akitengeneza serikali ya 2027. Harambee! Asante na wasalimu wapendwa wa Seikuru. Harambee! Mimi langu ni kutoa shukrani kwa mzee Rigathi. Leo amefurahisha roho zetu. Ameturudishia shukrani kwa maana tulikataa na yeye. Akasema Wakamba asante. Mzee Rigathi, nikwambie shida tulio nao ni kubwa. Mimi kama mama ninapoangalia stress ya Kenya imekuwa nyingi sana kiasi ya kina mama hata hatuoni sasa wakiwa na mimba. Wajua mwanamume akikosa pesa apate stressi, system zote huwa zinakenda chini. Ni ya kwamba mkuje muokoe Kenya hii. Jambo la mwisho ni kusema hivi, mzee Rigathi, upendo ambao umetuonesha, wewe ni kioo cha jamii. Kama ungekuwa mbegu ya mahindi, hakuna Mkenya hangekununua kakupande kwake. Asante na ubarikiwe sana. Thank you. Harambee! Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mule kutoka kule Matungulu. Mimi leo sina mengi. Nataka kuambia Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo na timu yote, wale wa Kenya ambao wako na macho, wako na masikio, wanaelewa siasa. Declaration ya Kitui imefanyika leo na najua Kenya inaenda kukombolewa na ile timu iko hapa, na mtu yoyote yule atakuja kuingia katikati yenu, sisi tuko tayari
kupita na yeye tumtupe mtotana. Muteisia wa Mutongo TV ngwatani wa mukamba ni kana ni chathi kila ketha kiende imwe kwa imwe kuma utwini wa muna ni ward ya Sekuru mwingi ayulo county ni ya Kitui na vala Tongo ikipathokanio methwa mavikite musie kwa Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Atongo ni Atongo anene kuma mulengoni wa ulei Matongo iwe ni Mutongo wa chama cha DCP na oinge ola wa imonini wa President Rigathi Gachagua. Mutongo wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa Munyanya wa chama cha kana chama cha DCP ni nao Rigathi Gachagua pena alama na minister ndene wa serikali ya Kenya Kwanza Justin Muturi na Mithika Linturi na indi katikati wa Tongo angi maulei kwa vamwe ni metha maithingilela President William Ruto ni wemeto ni utongo na nonginya enuke na indi Tongo yange na mokumelembetani ya ukamba ni mavika chathini ki Matongo ni magavana on the governor wa county ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti, mgavana wa county ya Makueni Mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior na governor wa county ya Kitui Ulani Julius Makao Malombe, ma senator on the Meivano, senator wa county ya Masaku Mwandu Agnes Kavindu, senator wa county ya Makueni Mheshimiwa Dani Kitonga Manzo na indi senator wa county ya Kitui Ulani Enoch Kiyo Wambua anamo ni Matongo esia mwali wa kuwetakana President Ruto ni waila kwenuka na kumathukia Kalonzo wa Musyoka kuosa utongo wa nthi ino usakwanini wa ngili ile na miongo ile na muonza ayumbe onamo maina atiwa itina ayumbe kifathokanio ni metha maivi kavano atongo ima aka kuma county situ sionthe ni mavikava kwa oyu usukunena ni Mutongo wa aka county ni ya Masaku Mwandu Joyce Kamene Kasembe otondo kwegwa itina wakwanekana Mheshimiwa Kasembe no wende kunena kwa oyu na utebekana chathiki mwali no umwe wa Kalonzo Musyoka kwetia kivela cha usumbi mwaka ni wangile miongela monza na Tongo ameachakana ti kwetia kuoka ni kwetia kivela ki na kusinda kuthi ndene wa State House musine wa Ilovi na chathino kiende yo tondo kuona itina wako tondo kwegwa usune mujumbe wa Kiliombunge cha Embakasi South Embakasi ya Etheo ni Julius Mawathe no ende na kunena kwa yu na alama na vaumbe muyumbe wa Matungulu Stephen Mule muyumbe wa Mwingi North Mheshimiwa Malili kana Paul Nzengo katikati wa yumbe ange Mheshimiwa Kemilu wa Kaiti ni amweka toa yumbe alama na vano Mheshimiwa Zambia wa Baya Kilome na mo ayumbe ano na Tongo ya langi masia kana Ruto no yanuka na Kalonzo ailika anini mama governor ndio kulwa ni Matongo esia kana ni mavika chathini ki Matongo ni munini wa governor wa county ni ya Kitui ula ni Mheshimiwa Wambua Gasini Kanani Mheshimiwa Francis Mwangangi Kilonzo wa kuya county ya Masako onake ni whether Ivy kanthini wa chathiki na asuni mamini na kunena na otondo na utavia onde beasia mundu ni Kalonzo na Ruto lelo wa kuthi Sugoi ni muteme kwa ni waile takuthi imwe kwa imwe nginya Sugoi na bayo mundu ngi waile kosa la kivela kine Kalonzo Musyoka ndikulwa ni munini wa governor county ya Makueni Mheshimiwa Lucy Mulele onake endene wa chathiki katikati wa Tongo aingi na makili ma enende nimevikite ndini wa chathiki otondo twetha twikonia imwe kwa imwe kumela chambi nginya oyu tukete kuminia kuma vautuni wa muna Sekuru twimusi kwa Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kuma vani no mita ombuthu itina wa yema yuko na vano ni musi kwa ndongo ino ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kwou ni chathi chetha kicha kwa ila chathi cha kunekanesa kuvikia masani asu mawiyone chathi no kiendeye twenda twamba Musyoka ingi tukuoni okela kiendeye nikenda twende na kukumbanisia mauvo masa umwe na nusu na saa 3:30 cia wiyo imwe kwa imwe kumava utuini wa muna Sekuru mwingi ya yulu county ya Kitui nitwe Rasas Kithuku Anzomo imwe kwa imwe akangutunge chathini undu kiende thini wa yema ye tina wakwa kwa uyu tiwanesa mwaka wa 1963 tuliwapea kijana yetu Kisoi Munyao akaletea pale poa sana akabadilisha
Inu ni Mutongoi TV. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa